Haya, Jumanege tariki 4/16 mweri ni wa mwisho wa mwaka aregwa mweri wa Dithemba mwaka no wa 2023 ukiri mwega ni mwihoko wakwa ati we ukiri thayo na ni mwihoko wakwa ati juma yaku ikiri sawa na kiumia gyaku ni kiragethire na kana ni kirainĩkĩrĩire wega ni ndage kinyia getika wa boy wajo kana wanyendo kajitakaire tukamathako that sport ga oragokoretwo gigikwira kana ndai korirwo gikwira ni ati anitafarira ito ya mwisho ya mwaka wa 2023 anitafarira ya metameta cia mathako haria ngoragwo ngikwarira aciegie mathako athaki na maundu maria maikorwo makiumiria kiumia kiu mwaka uyu ni ukoretwo na maundu maingi na tutafurori wa Kenya tukoretwo tukiona bitika nyingi igikorwo kiyumiria nyingi igikorwo kiyarira ingi igakorwo igithakwo wega ni mwaka wakwa ati ona kwanyu ko wokiri bitika iria irakire ku icagi-ini ona cio nira ikorirwo ikinyita wega na kwa ihinda riri rita ikorwo gikwira kuria mwena wa county-ini ya Kiambu bitika iria iragithie na mbere ni bitika cia kindu gigwitwo volleyball kana nicio ni bitika cia volleyball kigo gikorwo kana ngoro gikikwira kuria iragithakirwo ari bitika kana bitika iragithakirwo kuria mwena wa Tatu City ari bitika cia ikafo ari cio basketball kuria team cia county ya Kiambu na county cia Nairobi anisho iraikorwo ikinyita itemi bitika-ini ici na kuria irugamirirwo ni kiama kiramataga bitika ici arikio kia KBF Kenya Basketball Federation hamwe na pamoja Arts na Multi Sports National Academy. Haya iria ikire kwa ihinda riri ni timu ya Ruiru Kwetu team iria ikiumite kuria mwena wa Kiambu, timu ya Creeks, timu ya Unity Homes, timu ya Kenya Assembly of God, timu ya Ruiru Kwetu na timu ya Unity Homes team B. Icio nicio iraikorwo ikinyita itemi bitika-ini iria iraikorwo igithie na mbere kwa ihinda riri kuria mwena wa Tatu City arengaragano cia county-ini ya Kiambu. Urikanete to county ya Kiambu irakinyita itemi bitika-ini ici ona timu ya kuria mwena wa mwena kana county ya Nairobi onacio ni ikorwo ikinyita itemi garagano-ini ici. Haya ikorwo kiri mwena ucio wa Tatu City ikorwo kiyumiria etha ikorwo kiona bitika icio uria iragethie na mbere. Abaudo ni maigi makorwo makiandika weekend ino kuona ati garagano cia FKFPL ni ikorwo igicokereria kuria iharo-ini na bitika cia English Premier League onacio ni ikorwo ikihanika iharo-ini ngurani kuria timu kana kirabu kia United makorwo magitungana timu ya Liverpool na ndo makorwo makiuria muno hihi nikigi what is so special na bitika ino timu ya Liverpool ni mari mutugo muno wa kuhura kirabu kia Manchester United na Manchester United maikoretwo magikia threat cia timu ati uko magitikira ukorwo makihurwo bao mugwaja. Haya ndinashigwa tano ede timu ya Liverpool ni koragwo stubborn muno yoka ni kirabu-ini kia Manchester United. Haya koro ukidomera domereri yaku kwa mwena wa Facebook areo Muthingi TV na mwena wakwa aregwa wa boy waja that sports girl ukoro kejira orera tafarira ino ya meta cia mathako ukiri mwena uriko. Haya na getia kinenere gutikiria ngoro gigotara ginya kuria iharo-ini na twambia na ici acia muhanyoki ngothi goko bururi-ini aria muhanyoki mundu gwetwo Faith Kipyegon arunake aria mundu gwetwo Kelvin Kiptum na mundu ogwetwo Wanyonyi na mundu ogwetwo Achirotija maikorwo magituwo goga kuria bitika-ini kana ni maikorwo magituwo goga ni kiama kia World Athletics thutha wa gukorwo makiandikithia maumirira mega mwaka uyu wa 2023 mundu gwetwo Faith Kipyegon nekorwo agitwo kana nekorwo kiandikithia record njeru bitika-ini kana mahenya-ini matatu ari ihenya-ini ria mita 1,500 ihenya-ini ria mita 5,000 na ihenya ria mile 1 mundu gwetwo Faith Kipyegon ne araikorwo akiandikithia kindu gigwetwo maumirira mega kana ne araikorwo agifunja record na kwandikithia njeru guoka gitaro-ini kia kana guoka niki mafururi nake mundu gwetwo Kelvin Kiptum ne araikorwo akiandikithia kana araikorwo akiandikithia record njeru guoka ni ihenya ria gutua ngongo kana nirio ria marathon kuria 42 kilometers mundu gwetwo Kelvin Kiptum na Wanyonyi na Cherotich maikorwo magituwo ni undu ukorwo the youngest na aria maikorwo makirutaniria fiu guoka ni bitika-ini ici cia World Championships.
Haya, anatukitikana na isho shege mahenya tuigire beteka inishia golf kuria kirafu ya KCB. Nigetanyite ukoro kiandikithia kana nigetanyite ukoro githakithia beteka ciao cia finals. Garagano-ine ici cia golf iria itanyitwo ugakihanika kiharo-ini gia Current Country Club na kuria beteka ici ni cionete makiria ma andu kana makiria ma athaki igana rimwe gukorwo makinyita itemi garagano-ine ici. Kirafu gia KCB ni koretwo kana team ino ya KCB kana fegi ino ya KCB nionenetie wedi wa ukoro makinyitira betika nyingi guku afrorini. Now abunge kuma guku furorine ni magithira nginya kuria mwena wa Kigali ari furorine wa Rwanda na kuria maragikorwo magithie na mbere uko makiandikithia maumirira mega team ya Kenya na ikuria kihura team ya South Sudan betika inesia ikafo arisha betika sha basketball nigire maikorwo makihura tekana maikorwo makiandikithia maumirira mega betika inesia golf na kuria mundu gweto Alan Chesang ariwe senator kuria Trans Nzoia na mundu gweto Medho ariwe senator wa county ya Nyandarua na maraikorirwo makinyitete mibitika inesia golf nige mwana wa basketball mwana wa Nyerari mundu gwetwo senator muthure kana mundu gwetwo senator wako yukio mundu gwetwo Karen Nyamu na akorwo akinyitete mibitika ine ici acia kindu gigwetwo basketball. Haya, tugishokereria shige abeteka cia golf. Afkegi ya KCB ni manyitanire na kabuni ya Mastercard niguo kuhura jeki beteka cia final cia golf kuria itanyitwo kana ni cia gitaro kia Africa ya irathiro kana East African Golf na iria itanyite gukorehe athaki makiria ma igana rimwe na tondu ndaikorwo ngikwira beteka ici itanyitwo guthakirwo kuria mwena wa Karen. I on a count of 2, 1, and 2. Haya, tugishoka shigie mupira wa ikafu maundu maikorwo kana ni maingi maraikorwo makihanika. Haya, nayo timu ya fegi ya Equity iria yokaine ta Hawks ni maikorwo maikomia timu ya Aspak iria kikana iria kiumete bururi-ini wa Benin na seti 3-1 na kuria uhotani uyu wa Hawks kana ya timu ino ya fegi ya Equity oikorwo niguo wa mbere bitika ira korwo githakirwo kuria mwena wa bururi-ini wa Misri kana niguo bururi wa Egypt. Nakio kana nayo fegi ya NCBA nayo niraikorwo igitariri kana niraikorwo ikihariria beteka cia cia golf ara maikorwo makinyitanira na kindu kana maraikorwo makinyitanira na kana na junior golf kuria maikorwo makinyitanira na fegi ino ya KCB kuria beteka ici itanyetwo guthakwo nginya muthenya wa rucio na kuria iragithakirwo kuria mwena wa Windsor Golf Club kiri county-ini ya Kiambu.
and I'm really excited for the tournament because I'm playing for Kenya, and because I'm playing with one of my competitors that I really want to beat. So I think I might come first because I have a lot of competitors that I will be challenging. So let's hope I have a good game tomorrow and we finish off well with a good score. Expectations is I might come second place. Yeah, because I have a competitor that I really want to beat, so my target is him. I'm Zimbabwe and I play off a +1 handicap. There's definitely going to be competition, but that comes with golf. There's always going to be competition, and I think just blocking out the competition and playing your own game is very important for golf, so that you don't put too much pressure on yourself. And yeah, I think that's something I'm very capable of. I would definitely love to win the tournament. Obviously, that's something that's out of my control, but I think I'd like to break 70 for all 3 rounds, and I think I would be very happy if I can go away with a score maybe around 10 under, and yeah, hopefully that'll be enough to win. Haya, muthaki Daniel Ndovu nuraikorwo agituota muthaki wa gatatu urakihotanite bitika cia Safari Tour cia golf rira githakiro kuria mwena wa Nyali Vet Club Sports. Bitika ici niraikoretwo ikihorwo njeki ni kambuni ya wigithia kana kambuni ya kama ya Betika. My name is Isaiah Omoyo. I do play here at Vet Club. This is my home course. I've been grinding, practicing for this Safari Tour, and I'm very happy. Although I had a very slow start yesterday, I shot 74 2 over. I'm very happy that today I was able to recover, and I'm expecting tomorrow to have a good day in office. I try to be on the fairway because the greens are playing very tough and the pin positions are not easy. So I had to make sure that I'm on regulation so that I recover rather than chipping around. Haya, na tugitigana na icio nake muthaki wa Betika cia Safari Rally mundu ogwetwo Karen Patel naraikorwo agitugwo ni kiama kia andiki andiki a mathako kia S-Jack manyitanire na kambuni ya LG kuria araikorwo agitugwo na washing machine thutha wake gukorwo akihotana mweri kana thutha wake gukorwo akirikana no ragikorwo akihotana mweri-ini wa November. Patel aikorwo akiandikithia maumirira mega Betika-ini cia East African Safari Rally Championships ya cia ikorirwo ikihanika. Mundu gwetwo Patel ni rita riake ria keri ria gukorwo akiandikithia uhotani toyo thutha wake kuhotana mwaka muhituku, na kuria uhotani uyu araikorwo agikindirirwo ni mwandiki mukaruka ni mwandiki wa S-Jack mundu gwetwo Mukami wa Mbora. Quite hungry for some more championship wins, continue to keep Kenya on the Africa Rally Championship leaderboard for at least the next 2 years, if not more. So I would like to think I'm young, hopefully not too old to continue winning. So yeah, we managed to secure the championship win, and hopefully going into next year we'll be able to continue this winning streak. As we all know, so very congratulations for the winning of November sportsmanship. Mr. Karen Patel, which is showing great results on the rally sports, and then good to see you again once more as a rally sports. I will really want to keep supporting. So one day in Kenya rally sports, I will personally go see and then cheering you guys up later on. We just want to start off by saying thank you to LG, our sponsor. It's the end of the year. It's the last award we're giving out this year, and I think we've worked very well together. We appreciate the support, and I'm sure also the athletes who've been awarded throughout these last few months appreciate it. Haya.
tugitigana na icio tuigira nginya kuria kuria atwarithia a maithikiri ni kuria ni maiketire na kuria ministry ya mathako ile togoragio ni minister wa mathako goko bururi-ini mundu gwetu CS Ababu na Mwamba kuria makiugete ati ni hinda inene maikarite matakugia githurano na guthurano gia kugati no ukaro ukimanogamirira mbeteka-ini ciao uguo ni maiketire na ri ati ni marenda gukorwo magitabania githurano kiao ihenya toria kwahoteka. Sawa, twende kazi. Safari mwanzo imeanza tayari. Kwa majina najulikana kama Shelton Majid Adisa. Mimi ni mkimbiaji wa Siaya County. Nimecheza mchezo wa baiskeli kwa takriban miaka 20 sahi na bado ninaipenda. Lakini sasa unapata kama county government tungependa kuomba washikilie hii mchezo kwa sababu vijana wanaipenda. Na huenda wakaua talanta ya vijana. Sasa mimi saa hii niko na miaka 45 lakini kuna vijana ambao wako nyuma yangu na wanapenda mchezo. Na ningependelea kama tungepata support vijana sasa ambao wanachipuka kutoka nyuma wangeweza kupewa hiyo support ili tusiue hii michezo ya cycling. Mchezo ya cycling ni mchezo mzuri na inapeleka watu mpaka nje na inaweza badilisha maisha ya mtu. Naomba serikali ya county na national Ababu na Mwamba ni mzuri zaidi. Angalia mambo ya cycling. Hata ufanyiwe uchaguzi. Iko mtu mmoja anaitwa Julius Mwangi. Amenyonyesha wana cycling. Tangu hakuna hata gold moja tumepata katika cycling. Mimi nilisikilia hii kidogo tu. Siku moja nikapeleka watoto Uganda Kuala Lumpur. Sasa wengine yuko Amerika. Julius Mwangi na Moses Moses Secretary General. Hakuna kitu anafanya kwa office. Achaguzi hakuna hata amefanywa hata siku moja. Tangu miaka ya rudi wanaenda tu bila hata kuchaguzi. Hata return hatupati. Naomba serikali ya msimamia sport Ababu na Mwamba angalia mambo ya cycling afanye uchaguzi tafadhali. Bado tunataka tu new year kwa maana ndio miaka mpya mzuri kabisa. Tuanze hii new year wa sponsor sisi. Tunaomba tu Orengo, James Orengo na county commissioner ya Siaya, ndio president yetu ya Siaya, wa sponsor sisi. Sport aendelee mbele. Makofi tafadhali kwake. Tunaendelea. Haya, nayo kaunti ya Kakamega ni raikuru kihotana betika inesha mahenya ili raikuru getafanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Mumias Complex Ground na kuria kaunti ya Vihiga ni raikuru kihotana gananio iraikorirwo igifuata kananio iraikorirwo igifuata kaunti ino ya Kakamega. Jina naitwa Urahanaga kutoka Sango na miaka umri 16. Nilianza hii mbio nikiwa darasa la 4. Nilipenda sana kwa sababu niliona haina watu wengi sana. Sasa ningependa kuhimiza wenzangu kama uko na talent endelea na hiyo. Hiyo inaweza kupeleka mbali. What is happening now is a product of what has been happening for the last 3 weeks in various camps in our region. Today we decided to have this competition in order to take stock of what has been happening in those camps. So far, so good. We have managed to identify a number of sprinters and even in the field whom we believe will form part of Kenya's team to Peru next year. Now, in the camp or in this field, we have a boy from Vihiga, Alvin Inyangu, who brought 2 medals from Rwanda during the East African Games for secondary schools. We have others who are also coming up. So we have hope that this program, initiated by the Minister of Sports and Ababu na Mwamba, will pave way for more sprinters to come on board. I've been tasked with the responsibility of ensuring that we bring sprinters from this region.
And the way you have seen, you can even see what we are observing today. We have a lot of sprinters in this region. Ferdinand Manyala comes from here, and actually was identified from this study, and very many others. You can even imagine the Africa Championships, the 4x1 and 4x4. Most of them come from Western. Haya, na ripoti ya kuma kou kaunti-ini ya Kakamega nĩ araikora gĩtũe kanya gaitũ ka mbere akora tũgĩkĩria andũ akorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩndũ tũrorania nĩ atĩrĩrĩ, hihi mwaka ũyũ wa 2023 nĩkĩ kĩrahanĩkĩire nja kana nĩkĩ kĩrahanĩkĩire kana nĩkĩ nĩ mũthako ũrĩkũ ũrakorirwo ũgĩgũkenia na nĩkĩ kĩragĩkiumĩrire nĩkĩo kĩragũkeniria kũrĩa iharo-inĩ korwo kĩaranĩria naniĩ kũrĩa mwena wa Facebook nĩyo Mũthingi TV anaguo mwena wakwa nĩ wa Boija that sports girl korwo kĩnjĩra nĩkĩ kĩragũkenirie thĩinĩ ya mathako twambe twĩkĩrie nĩtũracokereria. Namna gani? Kuzie gani? Natamani tu. Yana zawadi yake. Hizo kuku anda shtua sukuma wiki na kuku. Wale. Kwani hujasikia? Nikusikia vitu gani? Tatua Christmas bonanza. Umenitatulia vipi? Na nikupatia pikipiki kupeleke nyumbani. Leta. Hii Christmas watajua wajui. Tatua sikukuu na Tatua Holiday Bonanza. Mwezi huu kuna cash money, pikipiki ni 3 za kushindaniwa. Gurumisha yako sasa hivi. Na si hayo tu, jishindie shopping vouchers kibao, jogoa Christmas daily na guaranteed vuna Chrissy bonus. Kila wakati unapocheza Tatua 3, huenda ukapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na ujishindie shilingi $500,000 ama zawadi kem. Sikukuu hii usiwachwe nyuma. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Muthingi TV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1000 na utatue sikukuu yako na Tatua Holiday Bonanza. Tatua namba 3 ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ndarege murori wa Muthingi TV twakinyirio ni Ngai ngwendithĩria mambura mathigo kumahĩrwo nĩ thayũ na gĩkeno. Ririkana kũgayana nĩ arĩa matarĩ nĩamu ũrĩa ũkundagia mũthĩni mai nĩ Ngai agwatia ngwatio. Merry Christmas and a Happy New Year. Uri murimi munini na ni urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0775 572 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya.
Haya ne twagicokereria gukwari kwa Muthingi TV agikorwo nindi agikorwo kihingurira TV yaku guku ni kwa Muthingi TV nira kwangetka kaireti ka mathako that sports girl hani aragokoragwo gikwira ciigie mathako athaki aria marakorwo makituthurana kuria iharo-ini ngamba cia mwanya ani guthie na mbere na gutwirorera ino ni metameta cia mathako. Haya atugicoka iharo-ini team kana onyitaniri kana team ya kana team area ikirogamagirira mbetika cia mahenya ario Athletics Kenya ni makoretwo makiuga ni makurumia ndugu na ministry ya mathako niguo kuramata uhoro wegie ahanyuki guku bururi-ini ona riria magikorwo makiumagara nja wa bururi. Athletics Kenya yugete ati no nginya makorwo makirora uria minister wa mathako akoragwo akiramata ministry yothe niguo gukorwo makirutithania wera na kinyi. Naweza waambia muwafungulie watoto wenu, msiwafungie tu kwa manyumba hivyo, wakuje tu waweze pia sisi wana youth na wengine wenye youth wenye naweza wa advise wasitumie drugs, because ukikimbia huwezi kimbia ukitumia drugs na you will not go far. Twiguku muci wa Kirugea kuhingura kambi imwe ya iria 42 isetetwo ni ruhonge rwa mathako na Ministry ya Sports cia guthomithia ciana iria cie thĩ ya miaka 20 na nigetha mahote kwiruta ujuzi kana umenyo wa kota guthaka mithako ya gutengera na mithako ya guikia ona kuruga niyo twitaga na githungu track and field hariria no do next year's activities. Next year kwina event jaya Kenya iria cio Kenya igakorwo yagire gukorwo igithura team na nikyo ministry hamwe na kiama kia mathako gya Kenya ni mahaririirie mubango ucio nigetha ciana ici iteithiririo magie no ujuzi wa guthaka mithako iyo gwa kinya mwaka muku team cia kinya guthurwo ciana ici nigakona nafasi njega ya kwota guthaka na mahote guthurwo na kuingira mang'ang'ane mathurwo maingire timu-ini ya Kenya. Muthako wa mbere ni wa thĩ yothe waria methe ya miaka 20 oho kwina muthako wa secondary schools mwaka muku wa dunia yothe wa cross country uria goka guku bururi-ini Kenya. Nikyo kalenda-ini itu ya mathako ruhonge-ini rwa mathako Athletic Kenya twina mithako mbalimbali nja ya bururi na thiini wa bururi iria yo twagirwo ko tukihariria ciana ici na nigetha mahote kugia no juzi mahote ukang'ang'ana na macharie nafasi yao. Camp yagire gukona ciana 50 niguo tukirwo na aria marahuzika ino ya guku Kirinyaga iria ari muci wa Kirugea ni ciana 50 iganitio mainly kuma secondary schools kwina ciana nini chumeta primary watho uria tuhetwo ni guthura ciana kuma aria macirwo kuma mwaka 2005 na gatagati kau na 2008 mwana wothe ucio gatagati ka miaka iyo 2005 na 2008 aria me hau gatagati-ini nio mathuritwo nigetha makorwo me wa kiwango-ini gikiretwo under 20. Haya na kio kiama gitore gia githirikari kia Harland Ambati Foundation amanyitanĩire na kiama kira matagambitika cia kagigo kwa bururi-ini ari kiama kia FKF kana kio gitagwo Football Kenya Federation kiria kire rungu wa muikarĩri gĩtĩ mundu ugwitwo kana FKF ni manyitanĩire nigetha gukorwo magithondeka uhoro wigie mbitika iria cigũkorwo ikirũa na uhoro wa unyui wa njohi na ndawa cia kurebia kuria makiugĩte ati itanya riao ni gukorwo makirora uhoro wigie uria imwana kana mbeu njithi maraikorwo magitwarithia. FKF ikire rungu rwa mundu ugwitwo Nick Mwendwa. So kwa mambo ya soka unajua tulifanya kwa vile vijana nyumbani wakuta sana wako idol na kwa vile wako idol wanajihusisha na mambo tofauti yenye haiwasaidii. So tuliangalia tukasema kwa mambo ya kuwasaidia vijana tukiangalia mambo ya sport itakuja kuwasaidia. Alafu tukifanya hivyo ama nikifanya hivyo kwenye foundation yangu nikasema kwamba hii sports hata wakicheza mpira huwa wanacheza miaka mingi wamecheza mpira lakini hawajaona chochote kile kinatoka kwa mambo ya kwa mpira yenyewe. So ile kitu tumeamua kufanya ni kwamba tunajaribu kumonetize hii football yenyewe. So tunaangalia talent, to identify talent na tunaona vile tunaweza promote. Hii tournament yetu tulianza last year
tulifanya last year, we selected 8 teams zikacheza, tukawa equip na jerseys na tukawapatia cash prizes na ikamotivate wale vijana. So utaona wale vijana saizi wako excited. So ile tu kuleta value ya sports na football hapa Luanda. Ukiangalia wale vijana wamefurahi, wamechangamka kwa vile ile nature ya vile tumeleta hii sports yetu ya Luanda. Apart from cash prizes, like I said, najua cash prizes mtu akipata pesa akimaliza haimsaidii sana. Tunajaribu pia kutumia hii opportunity encourage vijana kwenda shule. So tutakuwa tunalipa pia, tutapatia kitu kama partial scholarships kwa wale wenye wanaenda high school, kuna wale wanaenda college, which already tunafanya, but tunatumia hii platform kuwasaidia. Na kitu yetu ya muhimu sana ni kujaribu kubadilisha maisha ya vijana hapa Luanda. Haya, nasho beteka shia Waiguru Cup ili kirekuria kaunti ya Kirinyaga igitogoretio ni governor wa kaunti ino Anne Waiguru Cup ni kinyete ikirekaine ria finals na kuria eranire kana kuria beteka ishim moroto wacio arari muhotani gukorwo akihotana shiringi milioni 1 na kuria kana beteka ishi cia Waiguru Cup ni ikuru ikigira ikirekaine ria finals. Nashukuru sana, hii tona imekuwa mzuri since tuanze, na tunashukuru gavana wetu kwa kuremember kwanza wasichana kwa football, though tunataka pia watu wa Harambee Starlets wakuje wa showcase, tumeshowcase talent yetu, wakuje wa scout hapa. Tunaweza taka hii ligi iendelee sana, inatuleta pamoja, inatusaidia tusiende kwa vitu zingine mbaya, inatupatia yani morali ya kucheza ball. So mimi napenda iendelee. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kutuletea ligi kama hii. Imetusaidia sana. Naweza sema imetusaidia sana na naweza penda iendelee. Tumechukua clips na watu wa talanta walikuwa hapa. Wale ambao walijumuisha wakaingia kwa ile ambayo ni president, wamechukua players 8 kutoka Kirinyaga. And I hope from this team watakuwa wameangalia wakaona ni wagapi wanaweza chukua, watuambie ndio to support our young people to develop their talents. Hatuna mengi kusema isipokuwa nina furaha sana. Na congratulations to the winning teams, na pia wale ambao hawakushinda pia ni washindi. Kwa sababu pia number 2 amepata 750,000, number 3 wako na 500,000. Kuna wale kule kwa ward wako na 50,000, 100,000, 250 mpaka ikakuja 7.85 million shillings. Kwa hivyo kila mtu ni mshindi. Our intention is to support our youth to develop their talent. Basi. Haya, nasho beteka shanse kafasha arema kirethe wa miaka 15 kana miaka 15 neithiete na mbere ukurigia kireria Mwaki kuria timu ya Kenya mathiete na mbere kwandikithia maumirira mega munene wa Nyarari timu ya Kenya maikuru makihota kura timu ya Tanzania na bao 2-1 maishoka makianua timu ya Somalia na bao 2-0. Pande ya kulia Faith Boke wakifanya kuongosha kabisa kule, na mchezaji huyu Faith Boke akajaza kitu kambani baada ya goalkeeper. Of course it's a good feeling to win against the champions, and TZ is a good team, so we had to look for a strategy to try and win the match, of which it was a build up and putting the ball down. Mentally we had psyched the players that yes, this is a must win, and of course they did it. Because we had said one match at a time, and that is what we are doing, so we don't want to pressurize ourselves, but one match at a time. So for today it's done, so we are waiting for tomorrow. The Wamboi wakamimina cross hapa fupi ikamkuta mshambuliaji Brenda Cheng na wakafunga bao la pili Kenya kupitia mshambuliaji Brenda Acheng. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, hatuna injury kubwa. Huu ni mchezo. Mchezo ni mashindano, kuna kushinda na kushindwa. Sisi tunamshukuru Mungu tumeweza mchezo salama. Basi matokeo mwenzetu waliopata wa Kenya tuwapongeze. Matokeo waliopata tujiandae kwa mchezo unaokuja wa kesho. Kwa kweli nimepoteza mechi moja, nimepata draw mechi moja ya kwanza, lakini mechi za kesho nimejiandaa kushinda mechi zote ambazo tutakutana na Burundi pamoja na Rwanda, ili kuweza kusogea kupata points na kunisogeza mbele kidogo. Kupitia mchezaji huyu jezi nambari 7 mgongoni wa taifa la Uganda
Haya, tukitigana na icio guko bururi-ini turoge nginya kuria ja wa bururi na kuo maundu ni marakorirwo makirituha kuona ati mbitĩka cia UEFA Champions League ni irakorirwo igithakwo na maundu maikorirwo magikara gĩthemba gĩkĩ mũthenya wa Tuesday kana ni wa kerĩ. Union Berlin maikorirwo magĩtongana na timu ya Real Madrid kuria timu ya Real Madrid maikorirwo makimahũra na bao 3-2 timu ya Real Madrid urikane ni makoretwo makire defending champions kana ni maikoragwo magika wega mbĩtĩka-inĩ ici cia kĩndũ gĩgwĩtwo UEFA Champions League. Napoli maikorwo magĩtongana na timu ya Braga kuria Napoli maikorwo makimahũra na bao 2 Braga magĩtetera na gĩbũa kana maikorwo makiremwo gwĩtetera na ona Copenhagen maikorwo magĩtongana na timu ya Galatasaray kuria Galatasaray mahũra na emweko kana maikorwo makiaga kuinokia point ciothe ithatũ. RB Salzburg maikorwo magĩtongana timu ya Benfica kuria Benfica maikorwo makimahũra bao 3-1. Now Inter maitongania na timu ya Real Sociedad kuria timu ino maikorwo kana Inter maikorwo makimatha point ciothe ithatũ thutha wa kwĩmathĩra goal 3-1 mbĩtĩka arĩ cia Tuesday kana mũthenya wa wakerĩ. Timu ya Real Madrid urikane makorirwo kana ni maraikorirwo makihota kwĩmathĩra tigiti wa kũingĩra ikereka-inĩ rĩa 16. Timu ici ciothe ciakoragwo ikihoka na ciakoragwo ikigeria kwĩmathĩra kana ciakoragwo ikigeria kwĩyandĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo round of 16 na timu nyingĩ haha nĩ ikorirwo ikĩeherio ino kana nĩ ikorirwo ikihota kweherio mbĩtĩka-inĩ ici cia round of 16. Uguo nĩ kuga atĩ timu nyingĩ nĩ cigũkorwo cikĩaga gũkorwo igĩthaka kĩndũ gĩgwĩtwo UEFA Champions League round of 16. Haya, tugithie na mbere mũthenya wa Wednesday timu ya RB Leipzig ni maikorwo maihota gũkomia Young Boys na bao 2-1. Timu ya Krasnodar maikorwo makĩhũrwo nĩ timu ya Manchester City arĩa defending champions kana nĩo mahotete gũkorwo mena gĩkombe kĩa UEFA Champions League. Kirabu gĩkĩ kĩa City kĩmera kĩhĩtũku nĩ makorio kana nĩ mahotire gũkorwo makinukia kĩrĩa gĩtwo treble arĩ gĩkombe kana nĩ makorwo makihota kũinukia ikombe 3 akĩrũmanĩrĩrio. Haya, makorwo makimahũra bao 3-2. Uguo nĩ kuga atĩ City makire na handũ kĩndũ gĩtwo round of 16. Timu ya Antwerp maikorwo magĩtongana na timu ya Barca timu ya Barcelona na kĩndũ kana hihi timu ya Barcelona nĩ maigĩrire mũno na kĩndũ gĩgwĩtwo kũhũthia timu ino ya Antwerp. No ĩndĩ timu ino ya Antwerp nĩ makorwo makihota gũkomia timu ya Barcelona na bao 3-2. Haya, timu ya Celtic maikorwo magĩtongana na timu ya Feyenoord kuria timu ino ya Celtic nĩ makorwo makihota kumatha point ciothe 3 kuria thutha wa gũkorwo magĩbunga bao 2 na timu ino ĩkĩinũka na bao yao 1. Atletico Madrid maikorwo magĩtongana na timu ya Lens na kuria timu ino ya Atletico Madrid maikorwo makihota kana maikorwo magĩkomia timu ino ya Lens na bao 2-1. Haya, timu nyingĩ haha kana timu ta City nĩ mahotete kwĩmathĩra tigiti wao wa round of 16. Timu ta Barcelona nĩ makorwo magĩthiĩ na mbere. Timu ta Atletico Madrid makire kĩndũ gĩgĩtwo round of 16. Ũririkane atĩ mbĩtĩka iria ciakorwo igĩthakwo hau mbere ciarĩ mbĩtĩka cia makundi na wahota gũkorwo kana wahota kũremwo gwĩtiria maũrũrũ ma timu kana ma mbĩtĩka ciaku ndũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kĩndũ gĩgwĩtwo round of 16. Haya, tũgĩthiĩ na mbere tũrĩ o mbĩtĩka-inĩ ici cia kĩndũ gĩgwĩtwo UEFA Champions League. Haya, kĩrabu kĩa Manchester United nĩ maikorwo makĩeherio kĩndũ gĩgwĩtwo round of 16 mbĩtĩka-inĩ ici cia UEFA Champions League kuona atĩ nĩ maikorwo makĩhota kana nĩ maremirwo gwĩtiria maũrũrũ ma grupu ĩrĩa makĩrĩ na ũguo nĩ kuga atĩ kĩrabu kĩa United matigũkorwo magĩthiĩ na mbere mbĩtĩka-inĩ ici cia Champions League. Haya, kĩrabu gĩkĩ kĩa United nĩ kĩgũmĩirwo nĩ mathĩna ngũrani na kĩndũ kĩmwe maikorirwo makihota kana maremirwo gũkorwo magĩtiria nĩ maũrũrũ matĩ matigĩkoretwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega mbĩtĩka-inĩ ici kuona atĩ maraikĩrĩkĩrĩa kana maraikorwo makihota kũrĩkia marĩ a mũico biũ gĩkundi-inĩ kĩrĩa maragĩkĩrĩ.
Urikanete garagano ici cigũkorwo igĩthakwo nginya mwaka ũkĩte nĩguo gũkorwo tũkĩgeria gũcaria mũhotani na ningĩ tũkorwo tũgĩthiĩ kĩmera-inĩ kĩngĩ gĩa mbĩtĩka-inĩ ici. Haya, timu ĩno timu ta Urahanaga matigũgĩkorwo makĩingĩra ikĩrĩka-inĩ rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo of the 16. Haya, timu nyingĩ kana timu iria ciũkara gwĩtiria maũndũ ma mbĩtĩka ici gwĩ kĩndũ gĩgwĩtwo round of tuko tukigira ikireka-inĩ rĩa quarter finals, semi finals nginya finali. Tuonekana kirabu kia Manchester City nĩ magũkorwo makĩhota gukorwo makiandikithia kana nĩ magũkorwo makimenyerera kana magũkorwo bado magũkorwo magĩkua gĩkombe gĩkĩ gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo UEFA Champions League. Ũririkanĩte akĩmera kĩhĩtũku City nĩ makĩrĩ na gĩkombe gĩkĩ tũgakorwo tũkĩona hihi ũririkanĩte City kĩmera gĩkĩ nĩ makoretwo magĩka kĩndũ gĩgwĩtwo struggling harĩa gatagatĩ, kuona atĩ mũndũ ũgwĩtwo Kevin De Bruyne ndaikoretwo ho na nĩ maremire gũkorwo makĩihũria ithenya rĩu rĩa mũndũ ũgĩkorwo akĩrutaga mũndũ ũgwĩtwo Kevin De Bruyne. No ĩndĩ mũndũ ũgwĩtwo Kevin De Bruyne makiruta ndũmĩrĩri yao nĩ maugĩte atĩ ahota gũkorwo agĩcikereria mwaka ũkĩte kana mbĩtĩka iria City makorwo magĩthaka cia thutha. No ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kevin De Bruyne nĩ areka kĩndũ gĩgwĩtwo tũmĩtaga kĩndũ gĩgwĩtwo capturing and etagwo kĩndũ twetaga ũhoro wĩgiĩ kũhonia nguraro kũrĩa kana kũhonia nguraro rĩrĩa wagurara. He ũndũ twamĩtaga na gĩthũngũ agĩkorwo nĩ arikana kĩndũ gĩgwĩtwo etagwo recovering. Yes, haya etagwo kĩndũ gĩgwĩtwo recovering. Haya, tukihera ciĩgiĩ mbĩtĩka ici cia UEFA Champions League tukorwo tukĩgira kĩndũ gĩgwĩtwo Europa League rĩcio mbĩtĩka igĩkoragwo igĩthakwo kũrĩa ikoragwo igĩthakwo kĩndũ gĩgwĩtwo kĩndũ marekeru wakora ikorwo kĩnjĩra nĩ capturing and recapturing, nĩguo capturing and recapturing. Okay, haya tũgĩthiĩ na mbere. Haya, tukitigana na icio tuigira ciĩgiĩ Europa League kũrĩa mbĩtĩka ici iraikorwo igĩthakwo na timu ya Union SG nĩ magĩkorwo makĩrũmia timu ya Liverpool na bao 2-1. Ĩno nĩ kuga atĩ kĩrabu gĩkĩ kĩa Liverpool weekend ĩno no nginya marĩkorwo makĩruta mathata na kĩrabu kĩa Manchester United, kuona atĩ nĩ magĩkorwo makĩhũrwo mbĩtĩka-inĩ ici cia Europa League. Laska magĩkorwo magĩtũngana na timu ya Toulouse kũrĩa Toulouse magĩkorwo makimatha points ciothe ithatũ thoko makĩmahũra na bao 2-1. Nayo timu ya Rennes magĩkorwo magĩtũngana na timu ya Villarreal kũrĩa timu ĩno ya Villarreal magĩkorwo makimatha points ciothe ithatũ thutha wa kũmanwo bao 3 nao makĩinũkia ciao 2. Haya, Panathinaikos Bethe ndĩmwĩraga ũngĩgakora nĩ ũraremwo gũkorwo ũkĩmention rĩtwa rĩa mũfikana rĩtwa rĩa mũthaki kana rĩtwa arĩa team tigana rĩo, bata nĩ understand the concept. Haya, magĩkorwo makĩhũra timu ya Maccabi Haifa na bao 2-1. Haya, nayo timu ya Roma kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo ũyũ warĩ kĩrabu-inĩ gĩkĩ kĩa Chelsea kana ũrĩa wakiumire kĩrabu gĩkĩ gĩa Chelsea magĩkorwo makimatha timu itha kana magĩkorwo makimatha points ithatũ arĩa maragĩkorwo makĩhũra timu ya Sheriff. Timu ya Sheriff marakĩinũka mekonotete kuona atĩ matinakĩhota gũkorwo makimatha kĩndũ gĩgwĩtwo kana matinahota gũkorwo makimatha point ono kana goal ona ĩmwe. Haya, ici mbĩtĩka cia Europa League agĩkorwo nĩ wĩrogera kagi mũno na nĩ ũkoragwo wĩ analyst kwa ihinda rĩrĩ nĩ ciĩyareire ndiĩ kana mwĩ gĩcagi-inĩ mwarĩma mbembe kana mwarĩma kĩndũ gĩgwĩtwo matharũ nĩgetha ũkorwo mũkĩ-maintain the moisture. Hello, I said that mũkorwo mũkĩ-maintain the moisture nĩ mwekaga kĩndũ gĩgwĩtwo mũigagĩrĩra manyamũ ta mahuti nĩgetha maĩ marĩa me mũmera-inĩ ũcio matigagĩkorwo makiũra. Rĩu kũu gwĩtaga na gĩkũyũ kwarĩra. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ mbĩtĩka cia Champions League na mbĩtĩka cia English Premier League na mbĩtĩka cia Europa League nĩ ciarĩire. Na we wĩta analyst ndiĩ kana hihi no ũkorwo ũgĩsuggest kana no ũkorwo ũkiuga atĩrĩrĩ no ũkorwo ũkĩona team ĩno ndiona makĩmata team kana ndiona magĩthiĩ kĩndũ gĩgũtwo round of 16 team fulani ndiona magĩkorwo magĩkĩra handũ hana. Kwa ihinda rĩrĩ no tũkorwo tũkĩgĩa na ikereka-inĩ ritũ rĩa kerĩ nĩ tũgũkorwo na ageni arĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka ici ũrĩa cikĩyarĩire. Team ta Liverpool nĩ meyarĩire mbĩtĩka-inĩ ici cia Europa League. Team ta kĩndũ gĩgwĩtwo Villarreal nĩ meyarĩire mbĩtĩka-inĩ ici cia Europa League. Na tũgũkorwo tũkĩgeria gũcenjia kana tũgũkorwo tũkĩgeria gwĩkia tũmĩta gwĩkia ndwana
yes okageria kuikia inyamo ino ya draft nitoko tukigeria kumekia nigetha tuone hihi ne team ereko ekire na possibilities cia kindu gigotwa kuhotana. By the way mwalimu witu wa mathafu na nigoro na grudge muno by the way na mwalimu cio wa mathafu tondu ni nyenda kumenya muno athomithagia kindu he mathafu tweka ma possibility at the possibility of you winning whatever is 2:1. I don't know what that meant, but anyway the possibilities ro kuhinda rede mitumagira mufira ine na ningatho cia mwalimu wangu wa maths. Asante sana. Haya, possibility ya Liverpool wako magethie finals tika toko meta 2:1 agikoma rakirwa kwa nako akirika na mathafu no kidogo dikana ni ikoro kirika na possibility ya tamika 2:1. Possibility ya team ishi igere gukoro igicemania kana team ya Liverpool ana team ya Villarreal gukoma magitungana team betika ina ishi cia Europa League. It's very high. Urikana te Villarreal nimekoretwa ana history jega ya betika ishi cia Europa League nimekoragwa magihota guingira ikerekaine ria finals. Ulikanete hehede team eno ya Villarreal Michael makihora team ya Manchester United ikirekaine ria finals, yani mamauti ya kihede kanwaine ogwa they snatched it. Why omothe by the way it's sure it eko ngeria githogo pio mothe githogo the English is Englishing. Haya, Villarreal nimeikoretwa na kile nimeikoragwa na history jega uwe kane beteka ishi Asia Europa League na ugo dai kwa ni hehede mahorire kirafu kia Manchester United ikirekaine ria finals owo team ishigire possibility nene shahota ugakorana ikirekaine ria finals. Haya, tuwahera shege maumera mabeteka ishishia Europa League na beteka weekend eno ni gukoro ikenyita thinga kana gukoro ikenyitithio thinga iharo ine gora nina kuria beteka iria shira ikoro giakireria turore ohoro wegie beteka cia FKFPL ari beteka cia goko florine ne beteka cia kindu gigwitwo FKF Premier League. Haya, timu ya Bandari mako magitogana timu ya Murang'a Seals na agikoro he admins page ya Facebook kana page ya social media maire kunyitwo ni aya eri digana ekuru kiona ndona ile maikoragwo magiikania timu ya Bandari na by the way timu ya Bandari ni murahetirie muno ne kuingirira uhoro wigie gathufu. We as Kikuyu to accept that if we na gathufu ne tuoba ni yonako we accept ona tutikora na runako, but don't beat a man when he's down. Kudo he modrogire ati akuyo ati ni to ini twa twekire ati ni twa inventire pancakes to twa kuruga chapusi na mai surely nige motoragia anyway. Haya, timu ishigire Bandari mako magitogana timu ya Murang'a Seal no likanete timu ya Bandari neo makiremoshi timu ya Murang'a Seal na mara ikoro mukiuga jamu ya mabadha ile yago ni tuk mimi. It's not my saying, it's the saying of admin of Murang'a Seals. It's not me. Ulikanete timu eno ya Murang'a Seals ni maikoreto magikawega mono betika initial na ni maikoreto makiandikithia momira mega on the game ko makidrop points. Murang'a Seals ni maikoreto magikota ukoro makirera kindu gigwitwo betika ine ishishia FKF Premier League magirigithania na aruna ao kirafu gya Shabana. Haya, kirafu gya Shabana mako magitogana timu ya Sofapaka na Kenya Police mako makirathana na timu ya KCB. Ulikana timu ya KCB maumire draw na timu ya Shabana betika area mere ya guthaka na nige kirafu kan maikoro makihura kirafu kia Murang'a Seals na bao emwe. Haya, tugikia dona kana tukikoro tukigeria kurerithia timu ishi kana tukikoro tukigeria kurerithia maumira maya timu ya Bandari na timu ya Murang'a Seals kido magihota kana beteka eno egithakwo egikoro egithakwo wega ishi timu igire ciota ciothe ciere gukoro cikiuma draw. Haya, muthenya wa rucio ari muthenya wa Sunday kana ni muthenya wa Kiumia maundu magaikoma magikara githemba giki Kariobangi Sharks makoro makihakana magutana timu ya Bidco United. Atalanta matogana na timu ya Gor Mahia. Posta Rangers makoro magikana na timu ya Muhoroni Youth na Ulinzi Stars makoma magitogana timu ya Nairobi City Stars. Nzoia Sugar makoma magitogana na Batoto Bamvinyo Tusker FC. Urikanete kirafu giki gya Tusker
nĩ makoretwo kana hihi nĩ maremetwo biũ gũkorwo magĩtia maũndũ ma mbĩtĩka ici makoretwo makĩhitha ndwara mũno na Tusker nĩguo mambagia ndiĩ kana hihi nĩ kamũtugo mũndũ gwĩtwo nyabara wao Robert Matano akoretwo nako agakorwo makĩambia maumĩrĩra moru no ĩndĩ mambie kana kiumĩra gĩkĩ kana mwaka waingĩra wa 2020 kana mwaka ũngĩ waingĩra makorwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega no ĩndĩ Tusker magĩre mokorwo magĩkorwo kana mathiĩ na mbere na kwandĩkithia maumĩrĩra moru mahota gũkorwo magĩkĩrwo nĩ kĩrabu gĩa Posta Rangers na kĩrabu gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo kana kĩrabu gĩa KCB na kĩrabu kĩa Murang'a Seals ũririkane atĩ Tusker matikoretwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mathaka kĩmera kuma rĩrĩa kĩmera kĩambĩrĩria haya City Stars nao nĩ makoretwo makĩhitha ndwara mũno no ĩndĩ nĩ mageretie mũno gukorwo makihotana mbĩtĩka ciao ciothe iria magĩkorwo magĩthaka he kĩndũ magĩkorwo kana nyabara wao agĩkorwo akiuga they're taking a game at a time imwana ici nĩ ikoretwo mũno ikĩrutanĩria kĩndũ gĩgwĩtwo mbĩtĩka-inĩ cia FKF Premier League haya Posta Rangers nao nĩ mathiĩte na mbere na gũtongoria ligi no ĩndĩ magĩkorwo magĩthiĩ na mbere kũnyita draw icio magĩthiĩ na mbere kũnyita mahota gũkorwo makĩhĩtũkwo nĩ kĩrabu kĩa Gor Mahia noguo nĩguo maũndũ gũkũ bũrũri-inĩ arĩmo mambĩtĩka cia FKF Premier League gũkorwo magĩikara mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa rũciũ na tũkendithĩria team ciothe ũhotani na kĩndũ niĩ ngũragia we wĩta ciambĩki wa mũbira ati akuga mi ushabikia Murang'a Seals ndũĩ marathakĩra kũ ona mathiĩ gũthakĩra Mombatha akauga huko ni mbali tafadhali he kĩndũ gĩgĩtagwo for the love of football tũkĩyumĩria gũkorwo tũgĩcambĩkĩra team citũ haya twara ici ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo FKFPL tũigĩre kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League arĩa mbĩtĩka cia EPL haya na kũrĩa maũndũ magĩkĩkĩrĩirie na mũthenya wa ũmũthĩ team ya Bournemouth makorwo magĩtũngana na team ya Luton City rikana team ĩno ya Luton City nĩ ageni mbĩtĩka-inĩ ici cia English Premier League na kĩndũ gĩkorwo gĩgĩkwĩra kana kĩndũ kĩkĩrĩ kĩyarĩire nĩ atĩ team ya Luton Town no mahota gũkorwo magĩcoka relegation magacokia mbĩtĩka icio maragĩthakaga kuona atĩ matikoretwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega mbĩtĩka-inĩ ici cia kĩndũ gĩgwĩtwo English Premier League haya kĩrabu kĩa The Blues kana nĩkĩo Chelsea makorwo magĩtũngana na team ya Sheffield United kirafu gĩa City matongana na team ya Crystal Palace Newcastle makorwo magĩtongana na team ya Fulham na kirafu kĩa Burnley makorwo magĩtongana na team ya Everton rikane Everton nĩ mageria na hinya mũno ukorwo makiandĩkithia maumĩrĩra mega kuona atĩ nĩ makorwo makĩdeductwo points 10 nĩkĩo makĩra matagakagi haya kirafu gĩa Chelsea na kirafu ya Sheffield ino nĩ mbĩtĩka tagĩrĩire gũkorwo kĩhũthia andũ a Chelsea no nginya mariuga but sisi tutaandikisha we promise we did what but orikana na team ya Sheffield nĩ makoretwo mũno magĩshine na big teams orikana Chelsea ni among the big teams katumihe kachio hanini ani among the big teams aya kirafu ya City na Crystal Palace mako magĩtongana Newcastle na Fulham Burnley na Everton wana athaka na ageni akwa maikorwo makĩingira nĩ tũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ team kana mbĩtĩka ũrĩa cigo ikorwo igĩthakwo hihi nĩ marĩkũ tũragĩtanya makorwo makiumĩra iharo-inĩ ici tũkorwo tũgĩkũhe prediction haya kirafu kĩa Manchester United makorwo magĩtongana na kirafu kĩa Liverpool nona cihenda wega thaa ĩmwe cia hwainĩ yes kirafu kĩa United makorwo magĩtongana na team ya Liverpool ona ho nĩ tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ nĩkĩ athaki matareka kũrĩa mwena wa Manchester United ni kana Ten Hag nĩkĩ atareka kũrĩa mwena wa United haya kwa ihinda rĩrĩ ndenda rĩu twambe twĩkĩrie hanini tu tũgĩcokereria na athakana na tũgĩcokereria ageni aitũ harĩa tũgũkorwo tũkĩrora mwaka ũcio ũmwe kĩhanĩkĩte nja-inĩ ya mathako thiĩ na mbere na kũnjarĩria kũrĩa mwena wa Facebook arĩa Muthingi TV na kwa mwena wakwa arĩguo wambui wa Joe that sports garokorwo kĩnjĩra mwaka ũcio ũmwe nĩkĩ erirĩirie kana hihi nĩkĩ ũratanyaga gĩkũhanĩka nja-inĩ ya mathako no gĩtinahanĩka nĩkĩ kĩrahanĩkire na kĩragũkenia na nĩkĩ ũratanya mwaka ũkĩte wa 2024 nĩkĩ gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kana nĩ hihi nĩ ũratanya nĩkĩ gĩkahanĩka nja-inĩ ici citũ cia mathako haya ĩno nĩ mĩtamĩta cia mathako ũrĩa kwa gĩtĩka wa Joe twambe tũikĩrie nĩ tũracokereria
ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 077572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Hamari twajitagwo Dickson Mwangi kuma Muthingi TV ndamwendithĩria Christmas njega na mwaka mwega wĩihũirwo nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Merry Christmas and Happy New Year all Kenyans. Thank you. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikionie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigikwĩra ndamĩhutirie rĩ. Nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Muthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwĩrega. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Atia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Atia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Atia Supermarket. Ni yangu. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa, wewe unalala. Karibu ndani ya Atia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Atia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Master Chef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024.
Supermarket, a world of choice. Sema customer pa. Namna gani? Uzie gani? Natamani tu. Yana zawadi yake. Hizo kuku anda shtua sukuma wiki na kuku. Wale. Kwani hujasikia? Nikusikia vitu gani? Tuwa Christmas bonanza. Umenitatulia vipi? Na nikupatia pikipiki kwa leta. Christmas watajua wajui. Tatua sikukuu na tatua holiday bonanza. Mwezi huu kuna cash money, pikipiki ni 3 za kushindaniwa. Gurumisha yako sasa hivi. Na si hayo tu, jishindie shopping vouchers kibao, jogoa Christmas daily na guaranteed vuna Christmas bonus. Kila wakati unapocheza tatua tatu, huenda ukapata nafasi ya kushiriki ndani ya tatua bonanza show na ujishindie shilingi $500,000 ama zawadi kem. Sikukuu hii usiwachwe nyuma. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Thingi TV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1000 na utatue sikukuu yako na tatua holiday bonanza. Tatua namba 3 ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. That some of them has been wrong, that some of them have misunderstood us, and it's only by our action they will know that we mean business. Muthee Jomo Kenyatta aciarirwo mwaka-inĩ wa 1894 Icaweri kũrĩ aciari Muigũi na Wambui. Ithe arĩ cibũ gacagi kanini ka ũrĩmi mwena wa Gatũndũ, Kiambu. Kenyatta ahetwo rĩtwa Kamau nĩ aciari ake arĩa macokire gũkua arĩ o mũnini. Nĩacokire agĩthamĩra Mũthĩga gũikara na gukawe kũrĩa aingĩrire cukuru wa misheni wa Thogoto na agĩbatithio na gũtuo Johnston. Kenyatta nĩacokire akiuma Thogoto mwaka-inĩ wa 1922 kũrĩa ambĩrĩirie kũruta wĩra na kanjũ ya Nairobi. Mwaka-inĩ wa 1928 Kenyatta nĩatuĩkire mũnene wa kĩama kĩa Agĩkũyũ KCA na mwandĩki mũnene wa ngathĩti ya Mũiguithania. Nĩacokire agĩcagũrwo ta mũbarothi wa Ngeretha nĩ kĩama kĩa Agĩkũyũ na kũu Ngeretha nĩathire na mbere na mathomo make na mwaka-inĩ wa 1938 akĩandĩka ibuku rĩake rĩa mbere rĩrĩa rĩaragĩrĩria Agĩkũyũ na rĩgĩtwo Facing Mount Kenya. Nĩacokire agĩcenjia rĩtwa rĩake kuma Johnston agĩtua Jomo tondũ mũcabithia wake wa ibuku augire nĩrĩo rĩngĩgucĩrĩria mũno kũu mwena ũcio wa Ngeretha. Mwaka-inĩ wa 1986 Kenyatta nĩacokire Kenya na agĩtuĩka mũnene wa kĩama kĩa Kenya African Union nĩkĩo KAU. Hamwe na atongoria angĩ 97 nĩmanyitirwo mwaka-inĩ wa 1952 nĩ ihĩtia rĩa kũũraga cibũ wa Rũhũkũng'ũ na ũrũgamĩrĩri wake wa Mau Mau na agĩtuĩrwo mĩaka 7 njera. Kenyatta nĩacokire akĩrekererio mwaka-inĩ wa 1931 thutha wa mĩrũrũngano. Nĩkwagĩire na gĩthurano kĩnene mwaka-inĩ wa 1963 thutha wa Kenya kwĩgwatia wĩyathi. Kenyatta nĩaingĩrire kĩama gĩa ũteti gĩa KANU na agĩtuo mũtongoria wakĩo. Kĩama kĩu gĩa KANU kĩahotanire na itĩ iria nyingĩ mbunge-inĩ na mwaka ũrĩa warũmĩrĩire Kenyatta agĩtuo mũtongoria wa bũrũri. Kenyatta nĩendekithirie wĩiguano harĩ ciama cia ũteti cia Kenya na akĩanjia slogan ya Harambee. Kenyatta nĩambĩrĩirie gũteithĩrĩria a Kenya na agĩcokeria arĩa matunyĩtwo mĩgũnda yao. Nĩacokire agĩteanĩria mawatho ma mũthũngũ marĩa mahinyagĩrĩria mũndũ mũirũ na akĩgathĩrĩria mũno gĩthomo. Thengia wake kwĩyongerera mahinya na thirikari yake gũkuruhanio na unguma.
uri murimi munini na ni uravatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Haya, mranari wa Muthingi TV inatuashokereria alikireka aria kere aria tafarira ya metametasha mathako hana tunagithie na mbere ukirunga cigie athaki na mithako uria mwaka ucio wa 2023 uragikarire. Hihi ni mariko maragikorwo makiyumiria aria ndaikorwo gikwira ndina ageni aria tukorwo tukiaririria uhoro wigie ngarangano guku bururi-ini ona nja wa bururi na riu atutagute marigo tukorwo tugicenjia thiomi hata ukorwo tukiaria kwa lugha ya Kiswahili. Najua Salana ataanza kuniambia nina sota wai mtalio maina. Anyway, haya karibuni sana, tutakuwa tukiangalia kwa mwana wa Facebook ni Muthingi TV na kwa mwana wa kwani wa boy jao that sports girl. Haya hawa si wageni, sitawaita wageni because you've been here. These faces yani hii kamera imewazoea like. Anyway, introducing if namaliza mwaka na ubaya by the way. Siku hivyo, yes. Brian Mose, changanuzi wa sports. Okay. Naitwa Felix Solana, mwanahabari wa michezo. And as you can see ni mwana Manchester United. Na sijui United leo wanapatana na Liverpool. Sijui utatuambia vipi lakini tutafika tu hapo. Aya, leo we are doing it differently. Tunataka to discuss what has happened the whole year of 2023, putting in mind that sports mingi zitaenda break because zinaenda kubreak ajia hii festive season. What has happened, Kenya tumeendelea aje, East Africa tuko aje, preparations za AFCON ziko aje. Tunaanzia sasa mahali tunaanzia tu hii mwaka yote imekuaje? Mwanzo kwenye tasnia ya wanariadha tumetamba sana. Angalia Kiptum, angalia akina huyu ni Faith Kipyegon amefanya mambo makubwa. Hata juzi tu ndio wamepatiwa kama wanariadha wa mwaka, wanariadha bora. Hata wale ambao wanaibukia akina Wanyonyi pia walitajwa. Alafu pia hata ukiangalia kwa soka timu ya taifa Canada Harambee Stars wamefanya mambo makubwa. Angalia wamepiga na timu kubwa, angalia Qatar mwanzo ndio walitoka kuandaa kipute cha kombe la dunia. Tumecheza na wao tukawashinda. Angalia wa AFCON tumeingia, tumepiga usherisheri hata kama Gaboni tulishinda. Kiukweli Kenya tumepiga hatua kubwa. Mimi kivyangu pia naona angalau tupo angalau ukilinganisha na mwaka uliopita. Unapoangalia mchezo wa vikapu kwa wachezaji watatu kwa maana ya basketball, wale wakina dada waliweza kupata ushindi kule Misri. Si rahisi sana lakini waliweza kutoa ushindi, ni mambo ambayo yanafurahisha. Tumeona kwamba Shujaa wameanza tena harakati ya kurejea HSBC, wakapata ushindi na wakaweza kufuzu kushiriki michezo ya Olimpiki mwaka 2024 kule Paris. Tumeona vile vile wanariadha kama vile ambavyo mmesema wakitambo mwaka huu. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yamefanyika. Timu ya taifa ya Harambee Stars kadhalika wameweza, nafikiri kwa muda mrefu tujawahi kuona Harambee Stars ambayo imecheza mechi nyingi kiasi hicho, mechi za kirafiki, kucheza dhidi ya Qatar, kucheza dhidi ya nchi mbalimbali ikiwemo nafikiri Pakistan, Iran na vile vile kucheza, yani inaonyesha kwamba angalau iwapo tutakuwa na mikakati mizuri sana, huenda mambo yetu yatakuwa mazuri zaidi mwaka 2024. Na hawakwenda au sijui hela sijui ilifanyika nini. Na ukiangalia kuna watu walicomplain sana kuhusu kuna kongamano the president alikuwa ameenda, ilikuwa inaitwa COP28. I think people said there were more than 100 people when walikuwa huko. Ukiangalia watu wanasema why is the government funding such organizations ama such needs kongamano kama hizo, lakini they can't find money for Shujaa 7. Ukiangalia Shujaa pia wamekuwa wakicomplain sana kuhusu hela. What is really happening kwa Shujaa?
Ni kule kukosa udhamini, alafu ukiangalia pia serikali kawalenga kabisa, na ukiangalia Shujaa wamefanya mambo makubwa, hata kama sio mwaka, miaka ya nyuma wametengenezea Kenya jina, taifa kiujumla. Lakini ninaangalia hivi, waziri Abab na Mwamba angekuwa yeye ndiye wa kuwasaidia, hata kama si rais mwenyewe, sababu ilikuwa ni chini ya wizara yake Ababu. Akawa amewasahau kabisa, lakini Shujaa ikawa imewapita ya waende kushiriki. Na sasa ukiangalia nani amefeli, ni government ama ni ministry, nani amefeli? Ni wizara ya michezo. Lakini nikitaka kuuliza, kuna wakati before after Ababu ameingia kwa ofisi, such thing bado ile happen, na kama pesa ilipatianwa, lakini trust ile management ya ile Shujaa. Do you feel like bado ministry ya hii nini ya rugby ni kama imewafeli? Mimi nafikiri manake ni uongozi mpya na tumeona yenyewe uongozi huu mpya umejitahidi zaidi kuweza kurudisha hadhi ya raga nchini. Kadhalika tumeona pia wale sponsors kwa maana wafadhili wamerejea nchini. Tumeona SportPesa wakifadhili baadhi ya michezo humu nchini za raga, vile vile Tusker tumeona wakiingilia michezo mbalimbali ya raga. Kwa hiyo nafikiri, na kutokana na kule Shujaa kutoshiriki yale mashindano ya maandalizi kule Dubai, nafikiri Kiariu iliongea wao yule muungano wa raga wakisema kwamba makosa ilikuwa yao kutojipanga mapema. Kwa hiyo nafikiri walikubali, na ni jambo nzuri sana kuwa na uwazi. Wakati mwingine ukifanya makosa unakubali, lakini walikubali. Kwa hiyo nafikiri hapo lawama ni Kiariu, manake wao wenyewe walikubali kwamba wao kujipanga mapema. Swala la malazi na ile accommodation kwa wachezaji ndio ilikuwa tatizo. Kwa hiyo wao ndio hawakuipanga mapema. Injili rumoso ukiangalia tumekuwa na nini mingi za rugby kutoka tutolewe kwa HSBS ukiangalia hii mwaka ya 2023 tumekuwa na nini mingi sana. What is the future of rugby? Tukiangalia inaendelea kudidimia. Angalia hata wizara yenyewe ndio imefanya hivyo. Shirikisho lenyewe la raga Kenya halijielewi, na baada ya vitu kutendeka wanasema lawama ni kwao. Labda tufanye ile mikakati ya mapema, tukiingia mwaka 2024 mwaka kesho, tuwe tumejipanga mambo kama haya, tuwe tumeyasahau, alafu tuende mbele vizuri. Lakini kama tutaendelea kufanya hivyo, bado itakuwa ni hati na tunaendelea kushuka tu. What is the expectation mwaka ujao? Mimi nafikiri kwanza napingana na Mose kuhusiana na hilo, manake mimi ni mwana uongozi mpya kivyangu, manake wameweza kurudisha imani kwanza. Sponsors ni ngumu sana kuwarudisha katika mchezo, lakini wao wamejitahidi na wameonyesha kwamba wana ule uwezo. Tumeona pia zile mashindano ya Bathurst Cup yalikuwa hapa nchini. Tumeona ile Rugby 20 World Rugby Under 20 zikikuja hapa nchini. Kwa hiyo inamaanisha kwamba pia ile shirikisho la raga duniani linaaminia shirikisho la raga nchini. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni mikakati tu wajipange. Ni hilo kosa moja wamelifanya. Tumeona Safari Sevens imerudi baada ya muda mrefu. Ni jambo ambalo linafurahisha watu wengi ambao ni washikadau wa michezo hususan raga. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuwapa muda na kuwapa ile support ambayo inahitajika. Maana uongozi umeonyesha tayari ni mapema, manake walichaguliwa mwezi wa 4 maana ya Aprili. Kwa hiyo hadi sasa mimi nawapa upato mkubwa sana iwapo watapewa muda wa kufanya kazi na kadhalika kupewa fedha kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda uzuri. Aya, Harambee Stars they are expected to play next year around March. What is nini? Unaona kama bado tuingia AFCON ama tunasuasua pale? Dalili ya kuingia ipo. Angalia, tumepiga mechi moja kwenye kundi letu, tukapiga Ushelisheli 5-0. Hiyo inaonyesha kwamba kocha Engine Firati ana mipango ya kusaidia Kenya, hata kama si kuingia dimba la kombe la dunia, labda waingie AFCON pia yeye akitoka Kenya aseme nilisaidia timu ya taifa. Alafu kiangalia hii michuano ya kirafiki ambayo Kenya inacheza, ni michuano ambayo shirikisho sambamba na kocha ndio wanatafuta hiyo michuano ya kirafiki. Ukiangalia kucheza na timu ambazo ni za huko majuu, timu ambazo kiukweli zinashiriki mashindano makubwa, inawasaidia hawa wachezaji wa Kenya kufungua kiakili, pia itawasaidia wengine kununulia kwenda kutafuta mpunga kivyao, si kitaifa. Mpunga it is kutafuta hela alafu kivyao, lakini si kitaifa. Na kule kucheza sasa inawapatia mwingiliano mzuri wa kucheza.
kiukweli engine Firati atakuwa anafanya mambo makuu na Kenya huenda tukaingia AFCON. So leo ukiangalia hii mwaka Harambee Stars wamekuwa wakiparticipate in a lot of matches friendlies pale hapo pale. Do you feel like engine Firati ameanza kuingia kwenye game ama tunabeba tu? Kwa kiwango fulani wanasema mgala muwe na haki yake mpe. Sawa na engine Firati na shirikisho la soka nchini tumekuwa tukiwaponda sana sisi kama wanahabari, lakini angalau kwa muda huu angalau wamejitahidi na tumeona kwamba wameshiriki sana michezo nyingi ya kirafiki. Tumeona wakipiga na timu ambazo ni tunasema kwamba kwa kule FIFA ranking wako juu yetu, na tumeonyesha kwamba kuna hata ukiangalia jinsi ya mchezo, hata baadhi ya michuano ambayo tunashindwa, angalau unaona yenyewe kuna mwelekeo hapa. Tukiangalia mchuano ule wa kwanza ambao tulicheza dhidi ya Gabon kupoteza na kupiga Ushelisheli, nafikiri jambo ambalo litakuwa vizuri sana iwapo tunahitajia kushinda sana mechi za nyumbani, manake ukiangalia kundi hilo bado tuna Gabon na tuna Ivory Coast ambao ni wagumu sana. Kwa hiyo ukihitajia kufuzu angalau shinda mechi za nyumbani. Kwa hiyo kuanzia mwaka ujao angalau tutakuwa tunawazia kushinda mechi za nyumbani. Na ikumbuke kwamba kuna tetesi kwamba mwaka ujao huenda tukacheza na Ufaransa mechi ya kirafiki. Kwa hiyo nafikiri jambo nzuri sana angalau, manake pia kutokana na ile mechi ambazo tumeweza kucheza, mchezaji kama Umala na Ronnie Onyango walikuwa angalau wamemulikwa na kulikuwa na tetesi huenda wakaenda ligi kule bara Europa. Kwa hiyo nafikiri ni jambo nzuri sana Firati na shirikisho la soka nchini kwa upande huu angalau tunawapa tiki. Aya, Kenya Premier League pia iliingia kwa hii mwaka, bado tumekuwa hii season 2 bado nini waliingia Shabana, Murang'a Seals wameingia wajiunga. Shabana wakatandikwa, asante sana. Shabana wametandikwa. Ukiangalia the future of KPL, unaona kama bado tumechange ama tunacheza tu zile tactics tulikuwa tunacheza kitambo? Mwanzo ni mwamko mpya, angalia hata kuna runinga ambayo inaonyesha mechi Kenya, wachezaji wanapata fursa ya kujiuza wenyewe. Alafu ukiangalia ni ligi imekuwa na ushindani, si kama kitambo. Wanajua ukishinda kitambo, Gor Mahia wakishinda msimu jana hawakupewa kitu, walipewa tu kombe, hakukuwa na hela. Safari hii kuna pesa, mkishinda mshindi wa kwanza anapata hela. Alafu ukiangalia kuna kombe la Mozart, timu zinashiriki. Na pia sasa ukiangalia ligi ya Kenya, kile ambacho kinafanya kuwa na ushindani mkubwa, angalia hata timu zenyewe zinaingia kwenye mitandao ya kijamii. Angalia game kama ya leo Murang'a Seals na Bandari, ni game ambayo imeongelewa kwenye mitandao ya kijamii. Najua wewe ni wa Murang'a Seals, lakini kule Bandari ni kugumu. Hamwezi toa alama kule Bandari, Mbaraki, Mombasa. Na naangalia hata timu zenyewe zimeanza kuamka upya, zimeona ni mwamko mpya ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Kenya, hata baada ya kutoka kwa ile ban tangia kuingia kwa waziri Ababu na Mwamba. Naona Kenya kuna penye tunaenda kisoka. Ukiangalia Premier League, timu mbili ziliingia alafu moja kaanza kusikasuka. Hawezi ongelelea Shabana. Lakini ni sawa. Ukiangalia venye wameingia, what is your comment about hizi teams mbili? Nafikiri kwanza ligi ya Kenya msimu huu imekuwa ngumu kidogo, na maana unapoangalia kule nafasi ya kwanza hadi nafikiri nafasi ya 8, ukiangalia tofauti ya alama ni tofauti ya alama moja ukiangalia kama si kuwa na alama sawa. Kwa hiyo nafikiri kumekuwa na ushindani. Ukiangalia Murang'a Seals ni timu nzuri sana, waliingia msimu huu na wameonyesha kweli wanania kusalia kwenye ligi. Kwa hiyo nafikiri pia Shabana iwapo watajipanga vizuri, maana unapoangalia kuna kitu ambacho kiendi vizuri kwao, lakini iwapo watajipanga na wagutuke kwamba wako ligi kuu nchini, wataweza angalau kubakia na kujipanga vizuri sana. Tumeona timu kama FC Leopards sasa hivi matokeo duni kwa muda mrefu ambayo FC Leopards tumeshuhudia. Tusker mahali ambapo hapo si wengi walitarajia, Sofapaka mahali wapo si wengi walitarajia. Kwa hiyo nafikiri kumekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini nikizungumzia swala la labda kuletwa kwa runinga kuboresha nini, lakini wengi wanauliza swali, maana tunazungumza na baadhi ya wanahabari na wakereketwa na mashabiki huko kule uwanjani, wanasema kwamba ni wangapi ambao wana labda ile runinga ya Azam kuweza kushuhudia ama kuangalia mechi kama hizo.
isipokuwa kulikuwa na tetesi kwamba huenda runinga hapa nchini, mojawapo ya runinga hapa nchini huenda itakuwa ikionyesha baadhi ya michezo. Ilikuwa kandarasi ilifanyika na wakapewa sijui ni milioni ngapi na wakaambiwa watapeperusha 68 matches. That's the national broadcaster. Ilifanyika I think ni this month. Yes. Na ukiangalia pia hakuja kuwa na wazi sana kuhusiana na mikataba hiyo, maana ni mkataba mrefu sana. Ukikumbuka ule mkataba na SuperSport ulikuwa mrefu pia. Na uongozi ukibadilika huenda uongozi mwingine ukakuja na mambo yake. Tuliona wakati wa Nyamweya akiwa rais wa shirikisho la soka. Baada kuingia Nick Mwendo ule mkataba ukabidi umesitishwa. Sasa tujui kwamba mwaka ujao manake Nick Mwendo atakuwa awani, manake atakuwa amemaliza tamu yake. Yule ambaye ataingia iwapo atakubaliana bado na huo mkataba ama tutashuhudia visa na visanga ambavyo vilitokea wakati ule. Haya, ukiangalia FKF ilikuwa na mashindano mingi. Ukiangalia mtu anaitwa Mweno alikuwa ametolewa alafu baadaye nakarudishwa. Ukiangalia how is your comment about FKF fraternity? Nadhani waliona wamefanya vibaya baada ya kurudi, wamerudi na mwamko mpya. Tangalia Sekafa tumeandaa Kenya. Kule kutolewa kwao kuliwatoa kiburi kwa sababu walikuwa wametawala vile walikuwa nataka, na ilikuwa ni kinyume na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, serikali kuingilia na mambo ya soka, ni kinyume na sheria zao. Ndio kwa maana ukaona kwamba Nick ameshikwa, akawa hana kesi, akafunguliwa. Na pia sasa tukawa tuko ndani ya ban. FKF ikawa kule kuingiliana, atolewa. Sasa Ababu kuingia akasema FKF ifanye kivyao vile shirikisho la mpira wa miguu duniani linataka. Ndio safari unaangalia tunafanya vizuri, soka ndio hiyo, wadhamini tumewaleta, kila kitu kiko sawa. Ukiangalia unaweza rate Nick Mwendo vipi? Swali gumu. Manake ndio kuna vitu ambavyo amevifanya ni vizuri, kama ile mafunzo ya wakufunzi. Hapa amefanya kazi nzuri sana, nampa 100% kuhusiana na hilo. Pia tumeona waamuzi kwa maana ya marefa wakipewa mafunzo. Kwa hiyo nafikiri ile kuweza kuleta ama kuweka zile mafunzo na kuweza kuelimisha wale wakufunzi ili kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wako kule kwenye nyanjani kwa huko mashinani pia wamepata mafunzo ambayo ni yake. Nafikiri ni jambo nzuri. Lakini kuna mambo mengine pia yeye hajafanya vizuri. Manake pia kama msimu jana Gor Mahia kwenda kushinda ligi, alafu unapata kwamba mshindi hana kitu chochote ambacho wanafurahikia. Mwisho wa siku mmecheza zaidi ya mechi 30, alafu mwisho wa siku unaambiwa kwamba hamna kitu. Ni jambo la kusikitisha sana. Haya, ukiangalia mwaka ujao, sisi kama wanahabari, ni nini tunafaa tuulize FKF? Ni nini tunafaa atuambie FKF before the next year ends? What do we expect from FKF? Mimi nafikiri tuweze kusoma wenzetu Tanzania jinsi ambavyo wanafanya. Kikumbuka sana nafikiri mwaka 2011 hadi 12 pale aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania waliweza kuja kwenda nchi ya Afrika Kusini ama kaenda kule Ulaya kuangalia jinsi ambavyo wanafanya vitu. Sisi tulikuwa tunafanya vizuri. Akaja huko nchini akaangalia jinsi ambavyo tunafanya vitu yetu, tunaendesha ligi na mambo kama haya, wakaenda kafanya kule Tanzania. Sasa hivi tofauti kati ya ligi ya Kenya na Tanzania ni usiku na mchana. Manake wao sisi tumedorora, tumerudi chini kutokana na ufisadi. Manake tumekuwa na ufisadi katika shirikisho la soka, tumekuwa na siasa ambayo imefanya mchezaji akatwa nje kwenye kijibaridi. Kwa hiyo nafikiri jambo kubwa sana ni kuacha uhasama katika shirikisho na kufanya kazi kama watu kwa manufaa ya ule mlengo mkubwa sana, kwa sababu ni mchezaji. Hata mashabiki wao pale kwa sababu ya mchezaji, si shirikisho. Kwa hiyo shirikisho ni kuhakikisha kila kitu kimeenda vizuri na tuache siasa katika shirikisho la soka. Mwisho ukiangalia nini tunafaa tu expect ama nini tunafaa tu change kama FKF? Ukiangalia FKF wako chini ya miezi 3 waondoke tu. Kivyangu mimi hakuna kingine ambacho tunatarajia kutoka kwao. Kama wanahabari ni sasa tuangalie wale ambao wataingia. Tuangalie tufanye habari zetu vizuri, tuchague wale mwenye ataingia ni mtu mwenye anatambua soka. Tusilete yeyote tu bado tutakulia kwamba wana amefanya hivi, wana amefanya hivi. Tuangalie wagombea vile ambavyo watakuwa wanakuja ndio tuwachague vizuri. Labda kesho kutwa mwaka ujao tutaendelea vizuri.
Aya, tukiondoka sasa kwa mpira, tuingie kwa athletics. Kipyegon, Kiptum pale wamewadiwa na World Athletics. What's the take about athletics the whole year? Nini ezina mtu kama Omanyala alienda pale kwa nini akashindwa, akasema sijui mwili likataa. Ukiangalia mwaka hii ya 2023, ni nini ulijivunia kama Mkenya na ni nini ulisikitika? Ukiangalia kwenye ulimwengu wa riadha, kiukweli Kenya sisi ndio tuna hold records. Sisi ndio tuko nazo. Angalia Kipyegon ako na karibu 3. Ndio hiyo Kiptum yake pia hata kama alifunja ilikuwa ya Mkenya bado iko Kenya, haikuenda mbali. Naangalia hata shirikisho la riadha duniani linatutambua sisi Kenya kama riadha. Hata ukitoka nje Kenya, ukizo Kenya sisi ni riadha tu, mambo mengine hatupo. Hata hii yenye walipatiwa juzi kama wanariadha bora, kalia hata wale ambao wanaibukia kina Wanyonya, kina Cherotich, wote ni wa Kenya. Ina maana AK ya Kenya, shirikisho la riadha la Kenya linafanya mambo makubwa. So now comment about the management ya Athletics Kenya, kina Tuwei pale. What's the take about these people? Nafikiri ni wamekuwa imara sana, maana pia ni mwaka ambao yule rais wa shirikisho la riadha nchini AK Lieutenant mstaafu Jackson Tuwei aliteuliwa ama alichaguliwa kuwa naibu mwenyekiti wa shirikisho la riadha duniani kwa maana ya World Athletics. Ni kwamba Kenya tunatambulika duniani. Kwa hiyo nafikiri mipango yao na kila kitu, na kitu kikubwa ambacho waliweza kuzungumzia ni ile mambo na doping wakati ambapo tulikuwa tunaenda World Championships. Wakasema kwamba afadhali wafanye kila wezalo kwamba mchezaji yote ambaye amepatikana na ile chembe labda kutumia dawa za kutitimua misuli ataweza kufika pale, manake ili wingu jeusi ambalo limekuwa likituandama la doping limekuwa likiongelewa sana. Ukumbuki anti-doping unit ya dunia iliweza kuja hapa nchini. Walitaka sana tuweke wazi kuhusiana na jinsi ambavyo tunapigana na mambo haya ya doping. Tuliweza kuweka mikakati ya mpaka wakaridhika. Kumbuka kwamba wakati huo karibu tulikuwa tupigwe marufuku kwa maana ile ya ban, isipokuwa labda shirikisho na vile vile ile wizara ya michezo iliweza kuweka wazi kwamba wana mikakati ambayo wanaweka kwa mifumo mbalimbali na kuhakikisha kwamba wameweza kuangamiza jambo hilo. Lakini ni mwaka ambao umekuwa mzuri sana kwa Kenya. Unapozungumzia Kipyegon, unapozungumzia Kipchoge, unapozungumzia Kiptum, Omanyala, ni watu ambao wamefanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba Kenya imebaki kwenye ramani na riadha bado tupo. Na mwaka ujao utakuwa mzuri sana, maanake wameonyesha kwamba Kenya bado vipaji vipo. Kwaona ukiangalia wachezaji ambao wanachipuka kina Wanyonyi miaka 22 tu, unapoangalia Cherotich na kupata baadhi ya matuzo ambayo tumeona hiyo juzi, inaonyesha kwamba the future is bright. Kipchoge alisema yeye bado si mzee. Alisema sawaze ni sisi. Alisema haritai. Ukiangalia what's the future about ama Kipchoge, do you feel like it's time for him now achie Kiptum ama amente Kiptum akae kando amente wengine? Kivyangu mimi ningeonelea kuwe coach sasa, ainue wale ambao wanaibukia kina Kiptum sasa ndio awachie, sababu yeye ameishafanya mambo makuu. Tunamheshimu Kenya, amekimbia bendera ya Kenya ikapepea juu kabisa. Aende tu kuwe coach, afungue akademia yake ya riadha, akuze wanaibukia tu. Comment about career yake akianzia akiwa mdogo pale mpaka saa hizi. What's your comment about career ya Kipchoge? Ni mtu mwenye alikuwa na nia ya kufanya mambo makubwa na Mwenyezi Mungu akamtangulia. Safari hii ameishafanya, hakuna kitu ambacho hajashinda kwa mashindano ambayo ameshiriki. Ukiangalia kuhusu athletics, what's the future ya athletics huku Kenya? Nafikiri Kenya tuna vipaji na vipaji havijai kosa. Ni wajibu tu wa shirikisho la riadha kuhakikisha kwamba wameweza kunacha zile talent na wameweza angalau kuspot zile talent ama vile vipaji kule mashinani, manake vipaji ni vingi sana, na kuhakikisha kwamba wameandaa mashindano mengi. Manake unapangalia pia mashindano kama yale ya Kipkeino Classic ambao sasa imeingia kwenye ramani kwamba kuna wale wanariadha wakubwa duniani ambao wanakuja kushiriki mashindano hayo. Na maanisha kwamba ni jambo nzuri sana, lakini ni kuhakikisha kwamba wameandaa mashindano mengi sana na kuwapa wale wachezaji ambao wanachipuka nafasi ya kushiriki kwenye mashindano hayo, na kuonyesha kwamba pia wao wana vipaji na kuridhi wale wachezaji ambao labda tunasema kwamba wamebakisha miaka chache kuweza kustaafu.
Aya, Ababu amekuja na hii nini ya Talanta Hela. What a comment about Talanta Hela. Kumbuke this week bado kumekuwa na hizo games zimekuwa zikiendelea. What a comment about this Talanta Hela. Talanta Hela bado ndio inatumika ku award au waigizaji, sijui content creators. What a comment about this. Ukiangalia Talanta Hela imekuja kukuza talanta tu, hata jina lenyewe Talanta Hela, unapata pesa kutoka hapo. Kivyangu mimi naangalia county zote zinashiriki. Finali ilifanyika ugani yayo weekend jana. Talanta siku ya Jumanne. Talanta Hela ni imekuja tu kwa nia moja tu tukuze. Alafu ukiangalia kuna tetesi kwamba wapo wachezaji ambao wako chini ya umri wa miaka 19 watachaguliwa waende kule Nastic Sports penye akina Kibeti wanacheza. Angalau wapate kule mwingiliano wa kupata hata wapigwe na hewa mpya huko. Sababu ya Kenya tumeizoea wapate mafunzo kutoka kwa makocha wengine. Angalau ndo kesho kutwa Kenya tuko vizuri katika kandanda. Kulini yako kuhusu Talanta Hela, kumbuke waigizaji walikuwa ama waimbaji walikuwa wameanza kucomplain kuhusu Talanta Hela, wakasema ni scam. What's your take about Talanta Hela? Nafikiri kwa hili najua Babu na Mwamba ni rafiki yako mkubwa sana na amefanya vizuri. Anafanya vizuri kuhusiana na hilo, manake tumeona kwamba hata wale wachezaji ambao wanashiriki mashindano ya Talanta Hela itakuwa ngumu sana kuteua wachezaji ambao watashiriki labda Sekafa chini ya umri wa miaka 18. Maana unaangalia mashindano haya ambayo yalikuwa hapa na zile za Sekafa, kuna wachezaji hata wazuri zaidi labda wangekuwa pale, lakini labda hawakupata nafasi ya kuonekana. Lakini ni jambo nzuri sana kwamba angalau sasa wakufunzi wa humu nchini wa ligi ya humu nchini na vile vile wakufunzi wa taifa wataweza kuja uwanjani na angalau kuona vipaji labda kule kaskazini magharibi, kwa maana ya North Eastern, vipaji angalau 2-3 kule mashariki, mkoa wa kati kadhalika, kuweza kutambulika kwenye hadhi ya kitaifa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo nzuri sana na la kufurahikia katika michezo kwamba kila mtu sasa anapata nafasi ya kuonekana katika hadhi ya kitaifa. Mose, nataka sasa tuanze ku break down 1 year of Ababu na Mwamba. Tuanze pale Januari amefanya sijui nini, swimming nini zote. 1 year of Ababu na Mwamba, umemwonaje? Ababu aliingia vizuri, angalia kile ambacho alikisema ile siku akipigwa msasa kwenye bunge amefanya. Angalia akasema nikiingia tu ligi ya Kenya tunarudi kwenye ramani ya FIFA, tukarudi. Akasema kuna mashirikisho ambayo hajakuwa yakifanya uchaguzi yamefanyika, kila kitu kinaendelea vizuri. Akasema Talanta Hela imefanyika. Akasema uga wa Kasarani utafungwa, alafu ndo utengenezwe, umeshafungwa, umeanza kutengenezwa. Akasema kwamba kule kuingia kwake atasaidia timu mbalimbali katika kuleta wale wadhamini. Kuna timu ambazo zimefaidika kupitia yeye. Kiukweli mimi nikiambiwa niangalie yeye 10% tampatia 9. Ukiangalia mwaka ya 2023 peke yake ambayo Ababu amekuwa akipeleka mambo, unaona kama amepelekaje? Nafikiri amejitahidi pakubwa na amejikaza, manake kama Mosejins ambao wamesema tulikuwa tupigwe ile bana ambayo tulikuwa nayo katika soka. Aliweza kuingilia kati na kuongea na ile shirikisho la soka duniani kwa maana ya FIFA, wakaweza kuelewana na tukaweza kuondolewa ile marufuku. Unapoangalia tasnia ile ya kuogelea kwa maana ya swimming, kulikuwa na vita nyingi sana mpaka tukapigwa marufuku. Mpaka baadhi ya wachezaji walikuwa wanaenda kibinafsi kujiwakilisha kibinafsi, si kama taifa, kutokana na ile marufuku. Lakini akaweza kuingilia kati, wakaondolewa, uchaguzi ukafanyika. Na vile vile ni jambo la kufurahisha hilo, angalau kuna watu ambao watapata nafasi ya kuweza kuwakilisha taifa. Vile vile tumeona Harambee Stars imerudi katika kushiriki mechi za kitaifa. Kwa hiyo nafikiri ni mpaka sasa amefanya jambo nzuri sana. Tumeona hiyo Talanta Hela, angalau tunaona vitu ambavyo vinaonekana. Jambo ambalo labda ataweza labda kutuweka wazi sasa ni kuandaa AFCON. Iwapo mwaka ujao labda ataweka mikakati mizuri zaidi na kuhakikisha kwamba hivyo viwanja ambavyo ameahidi vitaweza angalau tuweze kuona sasa matunda yameanza, ama ile sasa mwanzo tumeanza sasa kuona mwanga katika kutengeneza hivyo viwanja. Angalau itakuwa ni vizuri sana, lakini hadi sasa angalau kuna jambo la kutabasamu.
Haya, amurareri wa Muthingi TV noithie na mbere gukigwa maundu maria mwaka uyu wa 2023 ugithiete na mbere kunyitithia thinga haria turagikora tukiariria uhoro wigi niki kiragikorwo gikihanika guku bururi-ini ona nja wa bururi onawe no ukorwo ugicangira ukorwo ugitwira atiriri hihi ni mariko maragukenirie mwaka uyu wa 2023 na ni mariko maragikorwo magikurakaria turora mwaka umwe ni hihi ni mariko makiretwo ni makorwo makihanika na matihanikite ningi ni mariko maragikorwo makihanika no ende matinaikorwo makirekirira nigetha tugirikie mwakani atukorwo na ritana rimwe tu ria kuria atiriri mwaka uyu ngiri niki na ki igaikorwo igikirikirika. Haya Mose, WAFCON will happen women African Cup of Nations ile kuchukua tiketi. You know my Kikuyu is very my Kikuyu is here, my Kiswahili is here. Now I'm trying to get so now WAFCON tulitolewa, Harambee Starlets walitolewa. What's your take about Rising Starlets to Harambee Starlets? Kiangalia tuanze na Rising Starlets. Walikuwa waende kucheza ile mtanange ya dimba la kombe la dunia kwa wachezaji ambao wako chini ya miaka 20. Tukawa tumetolewa, tukampiga Angola jumla ya mabao 10-1. Tukaenda Kameruni wakaamua kuturudishia kile ambacho tuliwafanyia kwa senior team. Wakatuondoa, ikawa hiyo tiketi imeshaondoka. Tukarudi kutegemea timu hiyo ya Taifa Starlets kwa senior team, yani chini ya kocha bado Beldini Odemba. Tukawa tumewapiga Kamerun, tumewatoa. Ikawa sasa tunapiga na Botswana. Botswana nao tukatoka sasa mechi ya kwanza, mechi ya pili kule nyumbani kwao wakatutoa. Ikawa imetoka, lakini kivyangu mimi bado ni kwa heko sana kwa kocha Beldini, alijaribu kadri ya uwezo wake. Atekeko Abosa Beldina pia amekuwa yeye ndo bado ako na Rising Starlets, yeye ndo ako na Harambee Starlets. Do you feel like alikuwa exhausted ikikuja that games nimekuwa ni kama ni back to back? Nafikiri ni jambo ambalo limeongelewa, ni wazi kwenye mitandao ya kijamii, watu wamekuwa kizungumza kuhusiana na ule ukufunzi wake. Ukiangalia labda ana zaidi ya timu 4 kama mkufunzi mkuu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwa mkufunzi, maana hata kupata nafasi ya kuweza kumulika jinsi ambavyo baadhi ya wachezaji ambao unawataka wacheze kwenye timu ya taifa inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri ni jambo tu la kupunguziwa ile mzigo, maana inaonekana imekuwa mzito, ingawa amefanya vizuri, ameng'ang'ana mpaka sasa tunampa heko, maana amejitahidi. Timu 4 kuweza kuwa mkufunzi mkuu si kazi rahisi. Kwa hiyo na unapoangalia timu ya taifa, wengi waliongelea michuano ile ya kufuzu kombe la mataifa bingwa bara Afrika, maana ya WAFCON kwa kinadada. Wengi wamezungumzia sana labda kuachwa baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo pia ni jambo ambalo wengi wamezungumza sana, labda wachezaji kama Atia Kimathako kuachwa nje, Trix Chikangwa, baadhi ya wachezaji ambao ni nguzo muhimu. Kiangalia ndio tunacheza vizuri, lakini kufunga magoli inakuwa shida, maana unapoangalia ni kitambo sana Harambee Starlets kufunga bao kutokana na ile open play. Ilikuwa labda penalty. Ukiangalia mchuano kati yao na Botswana ilikuwa penalty, wakapoteza na penalty 2. Penalty ya kwanza huku hapa nchini katika uga wa kitaifa wa Nyayo. Kule kadhalika Botswana wakapoteza mkwaju wa penalty. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tungetumia hizo nafasi, huenda sasa hivi tungekuwa tunashiriki mashindano hayo, lakini hadi sasa tunasema tu Beldini Odemba punguzie mzigo, manake ni kazi kubwa sana kwa mkufunzi wa timu 4. Amoso, ukiangalia what's the future of women football in Kenya? Ukiangalia hatukucheza sana kama Starlets, hatukucheza sana, lakini what's the future, because kuna mtu pale nje anataka kujoin pale Starlets, but kwa zile sisi Kenya tunapigana na game ya pili. What's your take about Starlets? Starlets wako sawa, angalia hata kocha mwenyewe wameanza kutembea mashinani. Angalia kwa tournament utamuona anaenda ligi kuu ya dada ya Kenya, anaenda kutazama mechi kadhaa. Hata kama yeye akona timu yake ya Kenya Police ile Bullets, lakini baada anatembea kwa hizi zingine, yeye kunasa tu vipaji. Alafu kiangalia kule kuitoka wachezaji amechanganya, hajatoa timu moja. Labda wale wa huko majuu ndio wengine hata timu zao zinakataa kuachilia hata kama wanaitwa kuja kutumikia timu ya taifa. Nikiangalia Starlets mwaka ujao wako vizuri. Salona, ukitaka kuambia kunacha mtu ama kuambia mtu anaweza join football, do you feel like Kenya is the best place?
Kwa sasa nafikiri umeniuliza, umeniangushia bomu la swali. Kwa hiyo sijui tajibu vipi. Manake pia vipaji vinalipa, ndio tunakubali. Kuna wachache ambao wamefaidikia kutokana labda na soka. Unapoangalia wachezaji kama wakina Jetrix Chikango, unapoangalia Atia Kida, ni wachezaji ambao wanacheza ligi za kulipwa na wanapata undi nzuri tu. Lakini sasa ukiangalia mifumo yetu na jinsi ambavyo tunaendesha hadi sasa, nafikiri michezo kwa ujumla hatujafanya kama ni kitega uchumi, kwa maana ya mahali ambapo mtu anaweza akavuna hela. Kwa hiyo kama uko mashinani ndio ile kusukuma tu. Baadhi yetu labda sisi kama mimi nilinuia kuwa mchezaji, lakini sasa unaangalia wenye alikuwa mbele yako hakuna mahali walienda. Kwa hiyo unaona angalau acha niondoke haya, manake labda utakuwa unapoteza muda. Unafikisha umri wa miaka 30 hauoni chochote, hautakuwa mchezaji tena. Kwa hiyo ni kuhakikisha tu labda michezo kama hiyo ambayo tumezungumzia, talanta hela, kupeleka kule mashinani. Kwa hiyo ni jambo ambalo ndio ni kwa kiwango fulani linasaidia, lakini pia serikali na baadhi ya uongozi mkubwa sana wa soka nchini kuhakikisha kwamba angalau wametambua soka na michezo kwa ujumla kama kitega uchumi. Maana ukiangalia hata mishahara kulipo kwa wachezaji kwa timu za ligi kuu nchini, unapozungumzia timu kama Sofapaka, wachezaji wanakwenda bila kulipwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasikitisha sana. Karne ya 21 Kenya kuna baadhi ya timu ambazo ziwezi zikawalipa wachezaji na wanacheza katika ligi ya kitaifa. Naam. Haya, Mose, hata wewe unakuwa on the spot. Wewe umezoea na kurushia kidogo. Leo hii Mose, wewe ndio umekuwa minister wa sports. Usafanya nini Kenya? Ni kuangalia tu taifa jirani anafanyaje. Unajua ukitaka kushinda, angalia mshindani wako anafanya vipi. Ukiangalia kwa soka sasa hii, uangalie Tanzania na Kenya, tuwakopi tu Tanzania, hata kama walitukopi wakaenda wakatushinda, tuwakopi tu hivi vizuri, alafu sisi tuongezee tu kidogo, tutakuwa tuko mbele. Mimi iwapo Mwenyezi Mungu aridhie vile ambavyo umesema ni waziri. From my mouth to God's ears. Kabisa, Mungu asikie maombi yafike wallahi bilahi. Sasa mimi kila ambacho naangalia ni uwazi tu utendeke. Unajua Kenya hatuna uwazi. Ikiingia hela kwa mifuko ya watu. Ule uwazi ukitendeka, pia mchezaji anajua nikifaitia hii napata hii, tutaenda mbele. Sababu mchezaji anaangalia nikifanya hivi itaenda kwa mfuko ya mtu. Ina maana kule kujituma unarudi chini. Salana pia leo wewe ndo minister. Hii Kenya tutakusifia nini? Mimi nafikiri ni kuhakikisha kwamba tumeshikana mikono kama viongozi wote, ni kuweza kumshawishi rais pakubwa, manake ndiye ana usemi katika taifa hili, kuweza kuangazia pakubwa sana. Hasa unapoangalia bajeti iweze kwa kiwango fulani kikubwa sana iwekwe katika wizara ya michezo. Manake pale unapoangalia taifa kama la Nigeria, jinsi ambavyo wanafanya vitu vyao, unapoangalia michezo na ile mambo bunifu kwa maana ya arts, ndio imekuwa ikiendesha uchumi wao baada ya labda kilimo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wakiwekeza sana katika swala la michezo, kuweza kuhakikisha kwamba michezo kama hii ya talanta hela imeweza kuwekezwa pesa kwa vizuri sana, kwamba kuna kiwango cha pesa fulani ambacho timu zitaweza kufaidika nazo, na vile vile kuhakikisha kwamba kunashirikisha kila kaunti angalau kuwa na uwanja ambao utafika hadhi ya kitaifa. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba umeshikana na kaunti, serikali za kaunti, serikali ya kitaifa, kuhakikisha kwamba shirikisho zote za michezo umeweza kujenga uhusiano wao mzuri, na kuhakikisha kwamba wamewajibika na kufanya kazi kama timu. Na nafikiri wakifanya hivyo mambo yatakuwa sawa. Leo ukiangalia states of stadiums, what is the take about stadium size? Nafikiri tuna kazi na si kazi rahisi, ni kazi kubwa sana. Maana yake unapoangalia uwanja wa Nyayo, nafikiri mwaka 2016 ulikuwa umekarabatiwa ukatumika zaidi ya milioni 210. Uwanja huo haujakuwa na mataa ambayo unaweza ukacheza zile floodlights, unaweza ukacheza wakati wa usiku. Ukiangalia kule kwa kwa chumba vya ama vyumba vya kubadilishia, baadhi ya vyumba vina maji na mahali ambapo wanahabari wanakwenda labda kufanya mambo yao, matangazo yao, hayakuwa imefikia hadhi ya kitaifa. Kwa hivyo nafikiri
tuna kazi kubwa sana na wasiangalie tu uwanja wa Nyayo na Wakasani, pia waangalie viwanja mbalimbali. Maana unapoangalia sasa kama uwanja wa Nyayo unatumika sana na unakuta mechi zaidi ya 3 zimechezwa na siku moja, na unapoangalia uwanja huo ni ngumu tena ku maintain uwanja kama unachezewa mechi 3 na unapata katikati ya wiki tena kuna labda mchuano ambao unachezewa. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba viwanja vimeweza kuwa kwa wingi, na vile vile vilabu viwajibike. Maana unapoangalia timu kama Simba wao wamejenga uwanja wao. Kwa hiyo vilabu pia, uongozi wa vilabu kama Gor Mahia, FC Leopards wahakikishe kwamba wao pia wamekuja na mbinu yao kuweza kuwashawishi wale wafadhili kwa maana ya sponsors, kuhakikisha kwamba pia wameweza kuwekeza katika viwanja. Manake tusitegemee tu uwanja wa kitaifa. Manake leo sasa kama Kasarani imesema kwamba imefungwa, unaona timu nyingi sana zinataabika. Na si vizuri. Ni vizuri sana kila timu ambayo tukisema basi tunataka kuwa kama wazungu. Unapoangalia ligi kuu nchini Uingereza, kila timu ina uwanja wao. Japo kila timu angalau iwe na uwanja wao. Naam. Msa ukiangalia kuhusu ujenzi wa viwanja kama Solana venye nimesema about team ama vilabu vijitolee kujenga, do you feel like Kenya tutaifika hapo? Tunaweza angalia sahi Kenya Police wako na uwanja wao, angalia Mrangasini ndio wako na uwanja wao, angalia kama Homeboyz hata kama wanatumia uga wa Buhungu huko ni uga wao, hata kama ni wa county. Angalia Ulinzi Stars pia wako na uwanja wao Parangata Ulinzi Complex. Ni kama ndo tumeanza kwa mkamka, zile timu ambazo zina hela zimeanza kuonyesha kwamba tuna uwezo wa kutengeneza. Hata kama Kasarani na Nyayo zimefungwa kwa kule kulinovate, bado tuko vizuri. Angalia hata waziri mwenyewe alisema kuna mikutano ambayo imekuwa ikifanyika. Alisema kwa sasa haitakuwa inafanyika katika uwanja. Angalia nyasi yenyewe wanakanyaga wachezaji wengi. Mikutano ikikuja inafanyika wanakanyaga, huo uwanja huo unakuwa hauna hata nyasi. Lakini safari ni mwamko mpya, tunaendelea kufanya mambo mazuri. Angalau hiyo AFCON ikikuja 2027 tutakuwa tumejipanga. Lakini ukiangalia about we promise but we never deliver, nani anafaa kublemiwa ikikuja ni kama uwanja Nyayo ndio inachezewa AFCON na bado watu kulikuwa na kanisa baadaye, kulikuwa na kanisa before? Who is failing? Ni wasimamizi tu wa viwanja vya Kenya, sababu wao wameangalia tu hela. Sababu kuingia kule au ingii pasi na malipo, lazima utalipia. Wao wanaangalia kitita kikiingia, alafu kikiingia hawatumii kufanyia ule kukarabati hapa na pale, wanaiacha tu hivyo. Sasa Ababu ndio kwa maana amesema kwamba yeye kama waziri wa mchezo, yeye ndiye ako na ruhusa ya kusema hiki kifanyike, hiki kisifanyike. Ameshapiga ban, hakutakuwa na hizo sherehe za kufanyika kule katika uwanja yetu hapa Kenya. Tuko vizuri. Are we ready for 2027? Kuna muda wa kujipanga, lakini tunaangalia wenzetu Tanzania. Wali tayari wana viwanja vitatu ambavyo ni vya hadhi ya kitaifa, ya kimataifa. Zimekubaliwa na ile shirikisho ya soka duniani kwa maana ya FIFA. Na kadhalika wamesema kwamba wameanza mikakati ya kujenga viwanja vingine vitatu. Kwa hiyo wanasema kwamba iwapo Kenya na Uganda watalaza damu, wao watakuwa tayari kuandaa wao wenyewe. Wameonyesha, unapoangalia yale mashindano ya ligi ya soka Afrika ilianza kuzinduliwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kule Tanzania. Walikuwa pale rais wa shirikisho la soka duniani kwa maana ya FIFA Gianni Infantino, amekuwa Musepe amekuwa pale rais wa shirikisho la CAF. Kwa hiyo nafikiri wao wako mbele. Kwa hiyo sisi tusipogutuka uzingizini, tuende tukatoa blanketi wakati ambapo kumekucha saa 12. Lakini ukiangalia pia Tanzania ama Uganda, tayari wao viwanja vyao vitatu vinaendelea ukarabati, viko karibu kumalizika. Kwa hiyo sisi tu ndio tumebaki. Kwa hiyo huenda tukilaza damu, manake lakini wamesema kule Kipchoge Keino pia nayo iko katika harakati, lakini hatujaona hadi sasa. Lakini pia unapoangalia hilo swala pia limekuwa likijadiliwa sana. Unapoangalia baadhi ya mashabiki na washikadau wa michezo walikuwa wanasema kwamba mbona
baadhi ya michezo zimepelekwa huko, kitegemea kwamba mashabiki wengi huko si wa soka. Wange labda angalia mkanda wa magharibi, manake unapoangalia ukiangalia mashindano kama yale ya Sekafa 19 jinsi ambavyo mashabiki walijitokeza ilikuwa jambo la kufurahisha. Unapoangalia mashindano ya shule za upili yalikuwa pale mkoa wa magharibi, jinsi ambavyo mashabiki walijitokeza. Kwa hiyo ni jambo ambalo walifikirie kwa mara ya pili na wasinuie tu kujenga viwanja vitatu. Wajenge viwanja vingi, ikifikapo labda miaka ijayo tuweza angalau kuandaa hata mashindano mengine kando na yale ya CAF. Haya, Musa, leo sana tulikuwa tunaangalia kuhusu mwaka wa 2023. Ni nini ili kukasirisha sana hii mwaka? Mambo mengi ambayo yametendeka huu mwaka. Cha kufurahisha ni machache, mengi ambayo ya kukasirisha ndo mengi. Okay. Lakini ukiangalia hata kama hiyo timu ya raga kule kutokwenda kushiriki ni jambo ambalo kiukweli hatukulipokea vizuri. Alafu tumekuja angalia wanariadha wengine hawajaangaliwa vizuri, kuna wenye wanalia. Labda bado tuko vibaya na tuko na umbali wa kwenda, mlima ni mkubwa wa kukwea. Lakini kuna kamwanga kadogo kanaonekana kwamba 2024 haitakuwa kama 2023. Kipesa tutapata pesa ama tutulie bado? Talanta hela ipo. Pesa yenyewe inakuja kutoka kwa serikali kuu. Umetaja talanta hela, nikakumbuka kuna siku nimepeleka Solana mahali akanyima pesa ya waandishi wa habari. Unamwaga mtama mbele ya kuku wengi. Solana anasirika, lakini niliongea maneno, nitakushughulikia, usijali. Lazima nikutambue. Solana, ukiangalia mwaka 2023 ni nini cha moja unasema manzi hapa tungefanya hivi, atungeenda hivi. Ni nini cha moja? Nafikiri jambo kubwa ambalo labda mimi ilinivunja roho, huwa ni vigumu sana mimi kuvunja roho, lakini ile ilinivunja roho kwamba timu ya taifa ya raga kwa maana ya Shujaa waliweza kushushwa ngazi ile HSBC. Haikuwa rahisi sana kupokea taarifa hizo, lakini ilikuwa labda ni taarifa tunatumiwa kwamba ni wakati wa kuanza sasa upya, na tumeona kweli angalau baada ya kuondolewa kule tumeanza kuona angalau yule mkufunzi ambaye amepewa ile wadhifa ya kuendesha ama kufunza Shujaa, yule Kevin Wambua, ameonyesha kwamba tumeona wachezaji kama vile Patrick alionyesha mchezo mzuri sana, na kuna wachezaji ambao waliibuka. Kwa hiyo nafikiri mimi kikubwa sana ni hiyo ya kuondolewa kule kwa raga. Tumeona swala la doping pia limekuwa ni muiba sana wa kujichoma. Kwa hiyo nafikiri ni kuangalia mahali ambapo tumeteleza, maana ni kwingi tumeteleza, na kuweza kulainisha ili tukiingia mwaka ujao sikuwe tunarudia makosa yale ambayo tumekuwa nayo miaka nenda miaka rudi. Haya, tukafunga Kenya hiyo mwaka ya 2023 tumemaliza hivyo. 2020 tunaingia sasa English Premier League. Naanzia na wana Arsenal. Arsenal mmekuwa na time fit sana, lakini why are people not gaining a lot of points? Because I'm expecting kiswa Manchester na Swaswa ambao umeacha point 7 baba. Nini what is up? Manchester mwanzo huwezi nikanisha na Arsenal. Mko chini msimu huu. Arsenal tuko nafasi ya pili. Kesho tuna address Sweni wa Manchester. Mimi kwa niaba yao, kwa niaba ya mashabiki wa Manchester ambao unawasimamia. Okay. Msimu huu Manchester kiukweli mko chini. Angalia mashindano ya Champions League maisha ya aga mkaondoka vizuri. Alafu ukiangalia sasa kesho tunawategemea 100%. Shika Liverpool, sisi tufunge Brighton. Turudi nafasi ya kwanza. Nafasi yetu, nafasi ambayo tumeizoea kwa muda. Lakini ukiangalia Arsenal mmekuwa na historia, mmeanza kuandikisha history fulani, mnaanza kuwa pesetters. Unaona wale watu kimbia na Kipchoge? Iwe nyinyi wale watu mna set the pace, baadaye mnaponyokwa. Nini why? Angalia msimu jana ili tutoka tu hivyo vile ambavyo umesema tuliongoza karibu takriban msimu wote. Nyakati za mwisho ndo tukashuka. Lakini msimu huu tumekuja kivingine. Angalia hata City na wenyewe ndio wameanza kushuka na wao ndio tishio kubwa. City wamekuwa hivyo. City wamekuwa hivyo uongo. Angalia sasa hivi alama 3 City wamekuwa hivyo, lakini wameacha na alama 3.
sasa wako nafasi ya 3. Angalia Liverpool yuko juu, angalia Arsenal, timu mbili. Kipindi kile ilikuwa ni Arsenal Man City, Arsenal Man City. Safari hata Newcastle inaweza kaamka, hata Manchester yenyewe inaweza kaamka ikafika hapo katikati. Na ukiangalia City pia kiko wao wakati De Bruyne tangia umie, wamekuwa wakihangaika, Haaland afungi sana kama msimu jana. Na sasa ukiangalia Arsenal na Manchester, unataka hapo nilinganisha, hapo ndo roho yako iko. Kweli Manchester mko vibaya, ila kesho tushikie tu Liverpool. Tutajaribu. Wana Manchester, what is happening? Watu 10 mko nje, what's up? Masuala ya Manchester yamekuwa mengi sana. Unapozungumzia majeraha, unapozungumzia vita nje ya uwanja, kando na ndani ya uwanja. Kwa hiyo kuna mengi tu ambayo yamekuwa yakitendeka. Swala la uuzaji wa klabu imekuwa labda ni baadhi ya changamoto ambazo Manchester United imekuwa ikikumba. Imekuwa na kasumba, baadhi ya wachezaji wanataka kuwa wakubwa kuliko wakufunzi. Alipoaga mkufunzi Sir Alex Ferguson, aliacha akiandika kwamba iwapo mchezaji atasema yeye ni mkubwa kuliko klabu, basi ni heri akaondoke. Nakumbuka nafikiri miaka ya 90 yule Eric Cantona, mchezaji alikuwa tegemeo sana Manchester United. Aliweza kugonga mmoja wa walinzi kwa maana ya stewards kwa uwanja, na hilo jambo lilifanya pigo marufuku msimu mzima na klabu ya Manchester United chini ya Alex Ferguson. Alikuleta shida. Aliporejea alisaidia Manchester United hata kushinda klabu bingwa na kushinda ligi mara 3 mfululizo. Kwa hiyo unapoangalia wachezaji kama Jadon Sancho, mimi nafikiri Ten Hag ana kosa lolote. Maana ukipoangalia wale wakufunzi ambao wamekuwa hapo, unapoangalia Moyes, unapoangalia Louis van Gaal, unapoangalia Mourinho, visa mama vitu ambavyo wanavisema ni vile vile. Nafikiri Manchester United ni baadhi ya timu ambazo bado zinacheza ule mpira wa kitambo. Na sasa hivi mambo yamebadilika. Na ni muhimu sana, ama ni vizuri wagutuke kutoka usingizini. Manake pia wana muda. Liverpool walirejea baada ya miaka 30 na wakaweza kubeba klabu bingwa na vile vile kubeba ligi kuu nchini Uingereza. Manchester ni kidogo tu, miaka 10 si nyingi. Iwapo watajipanga vizuri, na ili swala la uongozi wa klabu sana nafikiri wale the Glazer ni baadhi ya watu ambao wanaiumiza klabu, manake wao na ile tu nia ya kutengeneza fedha na kusaidia klabu kuweza kunoa wale wachezaji. Unapozungumzia wachezaji wazuri wamekuwa Manchester United tangu enzi hizo, tangu Ferguson aende. Unapozungumzia wachezaji hata sasa hivi, unapozungumzia Casemiro, unapozungumzia Varane, lakini wale wachezaji wanatumika vibaya sasa hivi, hadhi zao zimerudi. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatisha hata wachezaji wengine ambao ni wazuri ambao wanataka kujiunga na Manchester United. Kwa hiyo mimi nafikiri Manchester United wana kazi kubwa sana, na si kitu ambacho kitachukua labda mwaka mmoja, miaka miwili. Ukiangalia kuhusu wana Chelsea walianza vibaya, lakini saizi ni kama wameanza kushika momentum. Do you feel like the youngsters wataamka ama wanatishia tu? Chelsea kivyao waelewe, kiangalia wanatoka kumfunga City, next match wanafua wakafungwa na Everton, kesho wanakipiga tena. Na nadhani Chelsea kikweli kocha mwenyewe pia mfumo hujamwingia. Angalia kina Christopher Nkunku wako, lakini hawako kwenye mfumo wake wa kucheza timu yake ya kwanza ya wachezaji 11. Hata kule kwa support mwenye ataingia baadaye hawapo. Najaribu kuangalia Pochettino ni kama amekuja vingine, anataka kuunda kikosi chake. Anataka kuunda kikosi chake kama kile alichokuwa nacho kule Tottenham. Kile ambacho ukisikia ni Pochettino unaona hata wewe unaweza kipanga. Ni bado haijamuingia. Alafu angalia pia alitoka ligi kuu ya England akaenda kule PSG, bado ndio anarudi. Kama mfumo kiukweli umemkataa. Ukiangalia kuhusu venye Pochettino alikuwa na Tottenham, do you feel ni kama aliweza Tottenham? West pakubwa sana alinoa baadhi ya wachezaji, na alipoondoka tukaona baadhi ya wachezaji wakiporomoka kama Dele Alli. Kwa hiyo wakati huo Harry Kane alikuwa katika ubora wake, unapoangalia Son alikuwa katika ubora wake, alisaidia baadhi ya wachezaji kufika katika hadhi yao. Lakini sasa hivi unapozungumzia labda timu ya Chelsea, nafikiri baada ya kubadilisha yule mmiliki Todd Bowley akaingia, nafikiri hapo ndo visa vyote vya Chelsea viliingilia. Unapoangalia wameanza kusaini wachezaji ambao ni wachanga na wanapa mikataba mikubwa, lakini unapoangalia
unapoangalia kitu ambacho hao wachezaji wanaleta kwenye klabu ni vitu viwili tofauti. Wamekuwa na wachezaji kama Timo Werner, baadhi ya wachezaji wazuri sana wakichezea timu ya taifa na vile vile wakichezea timu ambazo kama RB Leipzig wamekuwa na Kai Havertz. Siku hizi Arsenal angalau mchezaji anaonyesha kwamba uwezo, umekuwa na wachezaji kama Jorginho kawaachilia N'Golo Kante. Kwa hiyo mimi nafikiri Chelsea wameanza kuwa pacha na Manchester United. Nia yao ni kutengeneza fedha, si kucheza soka. Manake unapoangalia timu hizo mbili sasa hivi, iwapo tu watamaliza 4 bora, nafikiri watakuwa ni kama ni jambo kubwa sana. Kando na ilivyo kitambo, unapozungumzia miaka ya 10,000 kurudi nyuma, 2013, 2010, Chelsea na Manchester United zilikuwa klabu ambazo zinaweka sana, si tu ligi kuu nchini Uingereza bali hata bara Europa. Kumbuka finali ile ya mwaka 2000 na ilikuwa 2008 Manchester United na Chelsea. Kwa hiyo nafikiri uongozi sana wa Manchester United na Chelsea wamebadilania na kwa kutengeneza tu hela. Kwa hiyo nafikiri ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba sawa na Manchester United. Haya, sasa tunakafunga, tutaangalia kuhusu nani atashinda mwingine na sijui nene. Hii mwaka tumesema mwaka tunaimaliza vizuri sasa. Haya, Mwasa, kamera yako ni pale hivyo, uambie mashabiki maneno yako ya mwisho ya hii mwaka ukiwawishia Christmas njema. Umekuwa ni mwaka wa kufana wa kispoti na tunatumai mwaka kesho, mwaka 2024 kutakuwa na mambo makubwa yatatendeka. Labda Kenya tutang'aa zaidi ya hapa. Kutoka kwangu mimi nakutakia tu Christmas njema na mwaka mpya wenye heri na fanaka tena mwaka ujao, mwaka wa 2024 tufanye mambo makubwa. Haya. Ni mimi. Haya, nashukuru sana Wamboi kwa kunialika. Ni raha sana kufanya kipindi na wewe. Umekuwa mtangazaji mzuri sana wa michezo. Lakini usinisahau, nakumbuka kwamba umesema utaongea na waziri. Kwa hiyo lazima tuangalie maneno yako. Ndio, lakini kando na hayo ni kwamba mwaka huu umekuwa mzuri sana kimichezo. Angalau tumeona Mwanga, tumeona angalau Shujaa baada ya kuondolewa yale mashindano ya HSBC. Tumeona wanariadha wanafanya vizuri, timu ya taifa ya Harambee Stars angalau kuna mwelekeo. Kwa hiyo nafikiri ni kuweza tu kuweka mikakati zaidi na kuhakikisha kwamba tumekaza kamba mahali ambapo tumekosea, tukuteleza, manake binadamu ni makosa, lakini tusirudie makosa ambayo yamekuwa yakifanyika kwa muda mwingi sana, kurejea kosa lile. Kwa hiyo nafikiri mwaka 2022 kuna matumaini mengi sana kwenye tasnia ya michezo humu nchini. Kwa hiyo matumaini ni mengi, mashabiki warudi viwanjani, manake angalau tumeona kwamba kuna mwanga. Kwa hiyo turudi viwanjani, tuweze tukapigia upato timu zetu, tukawashabikie timu zetu, tusishabikie tu ligi kuu nchini Uingereza. Kwanza wale kubali kwamba ligi yao, kwa hiyo sisi tukubali chetu kwanza, maana yake wenzetu Tanzania wanakubali ligi yao kwanza kando na ligi kuu nchini Uingereza. Kwa hiyo imekuwa ni mwaka mzuri, tuna matumaini mwaka 2024, lakini ningependa kuambia wana Arsenal kwamba UEFA Champions League si yao. Tumeona mara nyingi wamekuwa pale lakini huwa wanateleza. Kwa hiyo wataondoka tu mkono mtupu sawa na Manchester United na Newcastle United. Kwa hiyo kutoka kwangu mimi Felix Solana sina mengi, ila nashukuru tu kwa mwaka huu na Mungu akitujalia mwaka ujao tufanya mengi zaidi. Haya, hau niho tugitirihira tafarira hitu ya mwisho aya mwaka yo wa 2023 nie ananyihete mono ni undu wa shabiki we awametamita cia mathako kunyitirira mwaka ucio wothe akorwo ugeterera Juma ngoro gikurehera atafarire no ya metamita cia mathako ngakwira ni ngatho muno na ni nyihete muno ni wendo waku na ni oria munyendete na ni noguo ndimwendete. Haya, leo hau niho tweko tugekihingira tafarira itu ya mwaka kana niho twarikirikiria tafarira itu ya mwisho ya mwaka uyu wa 2023 na kuma kuri nie Wambui wa Njau ngakorwo gikwendithiria mambura mega mathiuko ya Christmas na mwaka mweru wiyoirwo ni irathimo cia Ngai. Aririkana ati Ngai ni wendo, tũtũre twendanĩte ũguo tũtũre kana tũtũre twendanĩte
na manikarete Ngai no agukorwo agioka na nĩ kuoyanagwo rĩngĩ no rikane ndũgagĩthiĩ kana arĩa mekoragwo mũkĩhũra sherehe ndũgagĩthiĩ kũhũra sherehe ucoke ũtwarithie ngari tondũ nĩ twaũbatara mwaka ũkĩte wa 2024 haya nginya mwaka ũkĩte we tena wiki ta ithatũ ũguo inya ũguo nginya mwaka ũke ndawa miss muno no tũgĩthiĩ na mbere kwaranĩria kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria yakwa nĩ Wambui Njao that sports girl gĩkorwo kĩnjĩra hihi nĩ marĩkũ ũratanya ngorwo ngĩgĩka mwaka ũkĩte ningĩ no ũkorwo ũgĩikia mateta maku ma mwaka ũyũ ũkorwo kĩnjĩra nĩ ha tũtanatwarana wega nĩ ha ndĩraikorirwo ngĩkũhĩtĩria haya nginyagia hĩndĩ ĩyo njuge Ngai wa muoyo akwende akũige na kũrathime no tũre we mũrathime tucemanie mwaka ũkĩte ngetika Wambui wa Njao kaire tukamathako that sports girl mothe ndigũkwĩra ndũkaria na ma ex mothe reke ngwĩre tu ke Ngai wa muoyo agũtongorie